nyara na watu waliokuwa wanaitwa Wamidiani. Na walipokuwa wametekwa nyara na wale watu walikuwa wanangoja Waisraeli wakilima mashamba. Kazi ya ulimaji wao haukuwa mandizi wala kahawa wala majani, walikuwa walimaji wa ngano. So wamelima ngano, wale Wamidiani wanangoja wakiwa huko, wanaona sasa ngano iko karibu. Lakini kwa sababu hawezi fika kabla ikue karibu, wanangoja waone mtu ambaye atakata ngano na kwenda kupigisha. Hawakuwa na kisiagi kama ile tunayo leo. Na kwa hivyo ngano ilikuwa inapigiwa pahali juu, pahali open juu kwenye jiwe kubwa. Nayo zabibu zilikuwa zinafinyiwa pahali ndani. Nafikiria kama chumba kiko pale ninaona. Pahali ambapo pamejificha ndani, zabibu zilikuwa zinafinyiwa pale. So this time Gideon ameenda kwa shamba na amepata ya kwamba ngano iko tayari. Lakini anajua akikata hii ngano apande pale juu, wale Wamidiani wataona ya kwamba ngano itayari na watakuja wa harvest hiyo ngano yote. Alifanya nini? Badala ya kusagia ngano, kupigia ngano pale juu, alienda pale wanafinyia divai. Akaingia hapo na ndio alikuwa anapigia. Wow. Akiwa pale amejificha hivyo, malaika wa Mungu akamtokea. Malaika wa Mungu alipomtokea akamuongelesha, akamwambia habari za jinsi alivyochaguliwa, na huyu kijana aliogopa sana. Na akaambiwa, akaulizwa, akaongeleshwa, ninakumbuka vizuri, kitu alichokuwa nacho ni uoga mwingi tena wa ajabu na hakujiamini. Alimwambia, mimi unataka kufanya na mimi nini? Mimi ni mtu wa kanyumba kale kadogo tena kamaskini sana katika Israeli. Lakini Mungu, malaika huyu ambaye wanapotafsiri sana wanasema alikuwa Malaki Yahweh. Huyu mtu alipomtokea wanasema huyo ni Mungu mwenyewe. Mungu akamwambia Gideoni, you are a valiant warrior. Wewe ni shujaa. Wacha hivyo unasema anga ulitoka wapi? Wacha hivyo anga unasema hata haujasoma. Wacha hata hivyo unasema na wewe ndio utawakomboa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya Wamidiani. Na basi tunaona kutoka pale Gideon akaanza sasa kumpa Mungu conditions, sijui niweke nini, nikute ikiwa hivi. Na kutoka hapo historia ya Gideon inaonyesha akiwa anaenda vitani na wanajeshi wengi sana 1,300. Na walipokuwa wameenda wengi hivyo, walipokuwa wanasafiri kwenda vitani, Mungu akaona hawa watu wamezidi sana. Akaambia Gideon, ngoja. Hawa watu ni wengi sana, sitaki jeshi kubwa hivyo. Waambie mtu yote ambaye anasikia kauoga kidogo hivi, anasikia roho inagonga, anaogopa kiasi, aondoke. Kwa sababu walikuwa kuchukuliwa vijana wa age fulani. Kwa hivyo wale walijisikia hivyo wakaondoka. Ikabaki timu bado ya watu maelfu ya watu. Na basi wakasonga, na walipofika mbele kidogo, Mungu akamwambia Gideon, you know what? Hii kundi bado ni kubwa sana. Sasa endeni pale mtoni waambie wanywe maji. Watakao kunywa maji kama mbuzi ama ng'ombe ama dogi, wainamishe kichwa chini, wanywe maji pale chini, wakunywe na mdomo through the river, hao watarudi. Na wale watainua maji hivi, wanywe kwa mikono yao, watakuwa wanatosha kuwa jeshi. Kwa nini Mungu alisema hivyo? Ni kwa sababu hawa wanainua hivi, watakapokuwa wanakunywa, watakuwa wanaangalia adui asitokee. Lakini yule ako hivi hata akikutwa hana habari. Na nakwambia walipoenda hivyo, walichujwa wakabaki vijana 300. Na Gideoni akasonga na Mungu, na wakaenda wakajinyakulia ushindi dhidi ya Wamidiani. Nataka kusema hivi asubuhi ya leo, wenda ikawa wewe kazi ambayo ulipewa hapa kanisani unasikia ni kazi ngumu sana. Unasikia kwamba hautoshi. Unasikia hiyo kazi ingepewa fulani ndio unamuona. Unasikia anga nini ndio ingekuwa. Wewe hata hujawahi ongoza. Wewe hata haujui ilikuwa nini, anga hujui kufanya nini. Wewe hata hujai attend church board. Na uko hapa umepewa kazi. Unasikia hautoshi. Mungu wa mbinguni akiwa mbinguni anakuangalia, anasema you are my valiant warrior. Bwana asifiwe. Wewe ni shujaa wa Mungu. Wacha kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu kazi hii tunayoifanya ya kuongoza kazi ya Bwana iendelee, sio sisi huwa tunafanya. Mungu mwenyewe ndiye anafanya kazi ndani yetu. Alivyofanya kazi ndani ya Gideon, na ndio akapunguza vijana wote, akabaki na kundi ndogo, ili aweze kumuonyesha Gideon ya kwamba yeye ndiye mwenye vita. Uongozi unaoongoza wewe mzee, kijana na mama uliyeko hapa, wewe ni valiant warrior. Wewe ni shujaa.
Hata next year ukichaguliwa ukae ukijua wewe ni shujaa, si kwa ajili ya status zako, ni kwa ajili Mungu anasema hivyo. Kwa hivyo chukue kazi ya Mungu kwa ujasiri ukijua kazi sio yangu, kazi ni ya mwenyewe. Mimi ni chombo tu cha kufanyia kazi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tukiwa kama Gideoni tunachukuliwa from nowhere na Mungu anatufix kwa kazi yake. Anatufix kwa kazi yake. Na asubuhi ya leo tunataka tujue ya kwamba katika kazi hii ya spiritual leadership, tunapokuwa katika uongozi huu, hata kama pia tumechaguliwa na Mungu, pia kuna zawadi Mungu ameweka ndani yetu. Kuna natural powers ambao Mungu ametupa. Kuna mtu ambaye amepewa talanta ya uimbaji, na akiwa papa, akiwa chorister hapa, kando na kuwa amechaguliwa kuwa chorister ya kuwaleta watu kwa Yesu, alijulikana kuwa the great organizer. Organizers ni wale wanakuja wanasema hii tent ikikaa hapa, hii kikaa hapa na hii kae hapa, hapa kuwe ndio madhabahu itakaa vizuri. Mwingine anasema hapana, tuweke madhabahu pale. Wanaongea, yule great organizer atapeana plan yake na ndio itabaki kuwa the best. Kwa hivyo huyu Paulo alikuwa great organizer, na kazi aliyokuwa na organize ni vile watu wa Mungu watateswa. Na ndio tunaona ya kwamba siku moja alipo mashindano, kiongozi ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu anafanya kazi kulingana na jinsi anavyoongozwa na Roho wa Mungu. Namba 3, huyu kiongozi ana nguvu, strength. Characteristic number 3 ni ya kwamba ana nguvu ya kiroho. Hiyo neno ambalo linatoka katika kitabu cha Ephesians 6 verse 10 inasema nini? Huyu kiongozi ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu ni kiongozi ambaye anakaa akijua maneno haya: be of good courage and let us play the man. Tusome katika kitabu cha Ephesians 6 verse 10. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuwe hodari katika Bwana, si katika degrees tulio nazo, si katika magari tulio nayo, sio katika pesa tulizo nazo, sio katika vyeo vya nje. Unajua wakati mwingine kanisa limeingiliwa na ulemavu ya kwamba mtu akiwa na cheo huko nje, akiwa yeye pengine ndio county director wa Kisii, akija hapa tunatend kumworship in a way. Na ni vizuri hiyo cheo aliyo nayo amepewa na Mungu, lakini sisi tunaambiwa tuweze kuwa na, rudia tena, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Uhodari wetu usitoke kwa vitu na mambo yanayoonekana na wanadamu. Uhodari wetu uweze kutoka katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Nguvu ambazo anatutia sisi kuifanya kazi hiyo ndio tuweze kuitegemea. Kwa hivyo kiongozi ambaye ni spiritual leader ana nguvu ambayo hategemei masomo aliyo nayo, hategemei miaka experience ambayo amekaa kanisani. Nguvu yake inatokana kwa uweza wa Bwana. Number 4, huyu spiritual leader ana characteristic ya benefit of God's people. Benefit of God's people. Tunaona ya kwamba hata kama sisi ni viongozi, hatuwezi kuishi peke yetu. Ni ile ya jana ambao tulisema kuna collaboration na kuna ile nguvu ya support system. Hii benefit of God's people ni ya kwamba huyu kiongozi anategemea viongozi wengine walio nao kanisani, pia zaidi anategemea kundi analoliongoza. Kuna kitu ningetaka tujue leo, ya kuwa wewe ni kiongozi, si kusema wengine wote hawatoshi, wewe ndio uko juu. Hapo unapoongoza ukiwa mama, ujue kuna mama daktari, kuna mama lawyer, kuna mama ambaye ni treasurer kwa bank, kuna mama ambaye ni mwalimu amesoma, kuna mama na vyeo vingi tena vya ajabu. Na kuwa ya kwamba mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi, hata hao kina mama pia wana machangio mengi, wanaweza changia katika agenda yoyote ambayo imeletwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hivyo nikiwa a spiritual leader ni lazima niweze kuwa kiongozi ambayo anategemea na watu wanaowaongoza kwa ajili ya kusaidiana mawazo. Si ile prefect ilikuwa shuleni ya kwamba yeye ndiye alikuwa amesema na kama sio yeye hakuna mwingine. Sisi ni viongozi wa kiroho ambao tunategemea
tunategemea na wengine tulio nao na hata viongozi wengine kando yetu kanisani. Na nyingine ni hii, na ndio ya mwisho niende kumaliza. This spiritual leader has a characteristic of surrender to God's sovereign guidance. Huyu kiongozi ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu, hakuna siku anajiongoza katika maamuzi, hakuna siku anaenda jinsi anavyofikiria. Siku zote anasarenda mipango yake yote kwa Mungu. Mungu ndiye huwa anamuongoza. Na ndio kwa sababu tumesoma hapo juu ya kwamba nguvu yake pasipo Mungu hawezi. Na ndio tunaona ya kwamba akiwa anaongozwa na Mungu, akiwa amesarenda mambo yake kwa Mungu, atakuwa sawa sawa. Hata akiwa yeye ni kiongozi, ni mama mboga pale sokoni, na anaongoza hao kina mama wengine wote nimewataja, the lawyers, the doctors, hao wote, hata atakaposimama mbele yao, kwa sababu amesarenda nguvu yake yote itoke kwa Mungu, atakuwa Mungu anampa favor, na kina mama wengine wote watampenda. Na hata mwaka ukiisha watakuwa wanasema, tunataka umrudishe yule Mrs. Ndegwa, kwa sababu huyu alituongoza vizuri. When we surrender our lives to God, when we surrender our leadership to God, Mungu mwenyewe anaingia ndani yetu na anafanya kazi ndani yetu. Kwa hivyo nikimalizia, ningetaka kuomba ya kwamba sisi tunapokuwa viongozi, wale ambao tayari tu viongozi, tuweze kusarenda maisha yetu kwa uongozi wetu kwa Mungu, na Mungu wa mbinguni ataweza kuongoza kanisa lake. Kanisa ni la Mungu. Watu hawa wanaoketi hapa ni watu wa Mungu, na mipango yote na department ambao umepewa ni department ya Mungu wa mbinguni. Surrender your life to God. Surrender your leadership to God, na hayo mengine yote yatakuwa sawa sawa. Tuseme amen. Amen. Tusimame tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu Baba wetu uishie milele, asante kwa sababu umetuahidi ya kwamba tukichukua kazi yako na kusarenda kazi hiyo mikononi mwako utatuongoza. Asante kwa sababu umetuambia tusiogope, tuweze kuwa na ujasiri ndani yako. Ikiwa kuna kiongozi yote hapa amekuwa akifanya kazi kwa uoga, tuashukuru ya kwamba umetuahidi we are valiant warriors. Baba, tusaidie kukufanyia kazi jinsi ambavyo hatujawahi fanya kazi tena, na ili jina lako likainuliwe, ili kazi yako iweze kuinuliwa. Baba, ninaomba ubariki kanisa la Getembe, the Better Living Church, ili viongozi wote wanapofanya kazi yako katika kanisa hili, wakaangalie uso wako kwa guidance, wakategemee nguvu zako kukamilisha majukumu yao, na kanisa hili liweze kutoka chini na kwenda juu kabisa. Wabariki wote kutoka the pastor, church elder, mpaka wale walio viongozi wa watoto, kwa maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. God bless us. Church choir mtakuja kwa wimbo. Fikira moja tu. Church choir. Fikira moja tu. Okay, 3 go. Fikira moja tu. Urejea tena. Nimekaribia mbingu zaidi ya jana. Karibu, karibu na kwetu mbingu. Karibu na kwetu sasa. Ni kuone karibu. Karibu na kwetu. Na kwenye makao. Kiti cha enzi cha Mungu. Pahali pa mto. Karibu,
kwetu, karibu karibu na kwetu, sasa ni kuone karibu. Asante, tunawashukuru kina mama kwa sababu ya uimbaji huo, kwa sababu ya kumtukuza Mungu kupitia wimbo huo unaotukumbusha kujitolea kumtumikia Yesu. Nataka niwakaribishe katika somo letu la asubuhi hii, nikiamini ya kwamba umezidi kupata maelekezo ambayo yamekubariki kwenye kipindi cha uongozi, na kipindi hiki ni kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Na kabla kufanya hivyo, nikumbuke kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inapendeza kuwa hapa na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake kuu ya ajabu anayotupatia, na haswa kutuhudhurisha hapa ili kwamba tukaweze kujifunza kutoka kwake. Tuombe tunapoingia katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Mungu na Baba yetu tupendaye, muda huu tena tunaenda kulifunua neno lako ili kwamba likaje kwa watoto wako, likatufae na kutuandaa kwa sababu ya kuelewa mchakato mzima wa ukombozi na namna ambavyo Mwenyezi Mungu anatupenda na kushughulikia katika hali zetu za kutuhakikisha tumeurithi uzima wa milele. Na hiyo Mungu, ninasihi kwamba mimi nipungue, wewe uzidi. Maneno yangu yafichwe, yako yasikike, ili kwamba hatimaye tuvutwe tupate kusongea kwako mtini kwa damu yako ya thamani. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante. Tumekuwa tukiangazia habari za patakatifu. Kama ni mara yake ya kwanza kuja,
Sanctuary message ndio kitu ambacho tunakiangazia katika kambi la mwaka huu, Salvation Simplified, na tunaangalia namna ambavyo Mungu ameurahisisha ukombozi, haswa kwa kutumia kielelezo cha patakatifu. Jana tulizungumza kuhusu utakaso. Tumezungumza kuhusu kuhesabiwa haki, madhabahu ya kuteketeza sadaka. Tukazungumza jana kuhusu utakaso, birika. Nilikwambia patakatifu, sanctuary, ulikuwa ukiingia, chombo cha kwanza ambacho unakiona ni hicho chombo kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka, the altar of burnt sacrifice. Chombo cha pili ni lava, birika, nilikuwa nafuata after ukiingia katika mahali patakatifu. Sasa jana tuliachia mahali ambapo tulikuwa tufanye hatua ya tatu ama sehemu ya tatu tunapozungumza kuhusu utakaso. Lakini nikukumbushe, jana tulisema ya kwamba tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza kuhusu kuwekwa kuwa tofauti, different, kufanywa kuwa mtakatifu, kufanywa kuwa mwenye haki. That's what you're speaking about tukizungumza kuhusu kutakaswa, sanctification, made different. Leo nitafanya sehemu ya mwisho, alafu itatuongoza kuingia katika somo letu la leo. Leo tazungumzia kuhusu mkate wetu wa kila siku, our daily bread. Ndio kitu ambacho tutazungumzia leo, our daily bread, mkate wetu wa kila siku. Jana tukasema ya kwamba tunapozungumza kuhusu utakaso, tunamaanisha ya kwamba ndani ya Yesu Kristo tulikwisha takaswa. Yani kuna past ambayo tulisema ni positional sanctification. Yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo, huyo tayari amewekwa kuwa tofauti. Mlevi akiokoka sio mlevi tena, mchawi akiokoka sio mchawi tena, mzinifu, msherati akiokoka sio mzinifu tena, kwa sababu amefanywa kuwa tofauti. Labda alikuwa anachangamana na walevi wenzake na wazinzi wenzake na wachawi wenzake, lakini anapopokea mwaliko wa ukombozi na kumpokea Yesu Kristo, yeye sio mlevi tena. He has been made different. He has been sanctified. He has been set apart. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo tulipompokea tulitakaswa. So tuna utakaso kama tendo la jana, past, we were sanctified. Lakini tena tuna utakaso kama tendo endelevu, a continuous process. Jambo la pili. Kwa hivyo tuna jana, lakini pia tuna a continuous process. Sasa yule mlevi ambaye amempokea Yesu Kristo na ametengwa kutoka kuwa mlevi, anapoianza safari na Yesu Kristo, kila siku ana vita vya kupigana. Kuna majaribu mengine yanayomkabili. Sasa huyu naye kila siku anamtegemea Yesu kumpatia uweza, kumpatia nguvu. Na ndio maana jana tukasema ili ufanikiwe kutakaswa, siri ni kukaa ndani ya Yesu Kristo. Abide. Unajua ile neno abide ni tofauti na kudwell. I mean kuvisit. Nikisema I abode somewhere, inamaanisha kwamba hapo nimechukua muda wangu, si kwenda tu technical appearance, hapana. Tukizungumza kuhusu abide, tunazungumza kwamba kukaa pasipo kutoka, kukaa pasipo kusongea. Tunakaa ndani ya Yesu Kristo, na tukasema tunakaa ndani ya Yesu kwa kupitia neno lake. That's how we stay in Jesus. Ndio maana Yohana 17:17 inasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo ile kweli. Kwa hivyo hii shughuli endelevu inafanikiwa kwa mambo matatu. Sana piga hatua. Ninazungumzia mambo mapya sasa. Nilikuwa nakupatia recap ya jana, ni chomoze mahali ambapo tulikuwa tumefikia tukiingia kwenye somo la leo, hatua. Ili kwamba kila siku ufanikiwe katika kutakaswa. Sikiliza, for you to succeed kila siku, ili kwamba hatimaye uwe umetakaswa, kuna vitu muhimu ambavyo lazima uzingatie. Vitu muhimu for you to be sanctified daily. Uishi maisha ya ushindi, uishi maisha ambayo shetani anapokujaribu unaibuka kuwa mshindi katikati ya majaribu. Kuna vitu muhimu lazima uzingatie. Jambo la kwanza, Yohana 8 mstari wake wa 31.
Yohana 8 mstari wake ni ule wa 31. Soma, inasemaje? Biblia inasema 31, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi sawa, waliomwamini, sawa, ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkifanya nini? Mkikaa katika neno langu, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Siri moja ya kuhakikisha unatakaswa kila siku, si kila siku tu, kila muda, every moment, is to continue in the word. Continue in the word. Amesema mkikaa katika neno langu. Nikwambie, maisha yetu ya Ukristo hayana ushindi kwa sababu Wakristo wachache wana muda wa kumtambua Yesu kutoka kwenye Biblia. Muda tunaotenga wa kibinafsi wa usomaji wa Biblia ni mchache sana. Itakuwaje tuibuke kuwa washindi wakati ambapo siri ya ushindi ambayo Yesu ameitenga tumeiweka kando? Ili kwamba ufanikiwe, sikia, kupambana na ibilisi mwovu shetani, you need the word of God to be part and parcel of your life. Hili neno nikwambie, hili neno, kwa hili neno ambalo lipo hapa, Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hili neno Mungu amefanya miujiza ainati. Kwa hili neno unaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Security ya Mkristo, kuishi maisha ya ushindi moment after moment, sekunde baada ya sekunde, is to have an interaction with the word of God. Kwa sababu Mkristo asiyesoma neno la Mwenyezi Mungu ni Mkristo ambaye anajiacha kwenye mikono ya ibilisi mwovu shetani kumzungusha kama atakavyo. Lakini hivi leo tunazungumza kuhusu Wakristo ambao Sabato asubuhi ndipo wanapokung'uta Biblia zao. Actually, kuna Wakristo ambao sehemu safe, salama ya kuwekea hela ni ndani ya Biblia, kwa sababu anajua akiweka hapo ipo salama. Kama ni ndani ya nyumba hakuna mtu atakayeigusa, because it's the least touched book in the house. TV zitafunguliwa, magazeti yatasomwa, social media itatembelewa, lakini ijapo katika Biblia inaguswa kwa kupapasa. Na nikwambie, wengi tunategemea kulishwa kutoka katika madhabahu. We depend on the pulpit to be fed. Kama unategemea kulishwa kutoka kwenye madhabahu, Ukristo wako unauhatarisha. Unapaswa kujisomea Biblia mwenyewe. Nasikiliza, usisome Biblia ili kwamba uje ujibu ubishi kanisani, ukuje uage useme nitasoma leo Sabbath school kanisani, watajua kwamba kweli nimesoma, ama mchana Bible study watagundua kwamba kweli nimesoma Biblia. We don't read the Bible for people. Tunasoma Biblia kwa sababu yetu. A personal experience has taught me, yale mahubiri ambayo yametokezea as a result of personal devotion yana nguvu kushinda mahubiri ambayo yamekaa kupangiwa tu, sasa naenda kuhubiria watu. Take the Bible unapoisoma ili kwamba huko ndani uweze kuona mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ni yepi. So number one, if we must be sanctified moment by moment. Nilisema sanctification ni kwa watakatifu. Kama lazima tubaki watakatifu kila muda, kila sekunde, imetupasa kulisoma neno la Mwenyezi Mungu. Kama imeeleweka hiyo, nisikie ukisema amina. Read, study the word of God. Jambo la pili, Wakolosai 4 mstari wa pili. Wakolosai 4 mstari wa pili inasemaje? Wakolosai 4 mstari wa pili inasema, sawa, tunazungumza vitu ambavyo vitakusaidia ili kwamba uweze kumaintain utakatifu. Soma 4 mstari wa pili inasema, dumuni sana katika kuomba. Dumuni sana katika kuomba. Wachie hapo. Dumuni sana katika kuomba. Kule tumeambiwa tudumu kwenye neno la Mwenyezi Mungu, hapa tudumu sana kwenye kuomba. Jambo la pili, sikiliza, kama lazima maisha ya utakatifu yawe sehemu yako, imekupasa kuwa Mkristo anayeomba. A prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerful Christian is a victorious Christian. More prayer, more power. More prayer, more victory.
Lakini Wakristo wa enzi hizi ni wale wavivu wa kuomba, wanapenda kuombewa, kusaidiwa kuomba. Si vibaya, sawa, unaweza kusaidiwa kuomba, lakini jifunze kutafuta uso wa Mungu binafsi. Jifunze kuwa na muda wa peke yako, kuzungumza na Mungu. Mwambie machungu yako, mwambie masononeko yako, mwambie vita ambao unapigana. Manake ni katika audience chamber ya Mwenyezi Mungu ya maombi ndipo tunapopatiwa nguvu ya kukabiliana na maisha haya. Ukiondoka pale hauinuki na nguvu za kawaida. Mkristo anayeomba sio Mkristo wa kawaida. Huyo ana nguvu za kukabiliana na majaribu, kwa sababu akitoka katika mazingira ya maombi anaondoka amejazwa na uwezo wa kipekee utokao mbinguni. Ili umaintain maisha yako ya utakatifu, nimesema neno la Mungu kwanza. Jambo la pili, maombi lazima yawe sehemu ya maisha yako, for you to live a victorious life. Unajua wakati mwingine, na huku ni Kisii, sifa moja mbaya ambao mnajulikana nayo ni hasira. Unajua hata ile hasira, Mkisii Mkristo ambaye anaomba na anasoma neno la Mwenyezi Mungu, si kwamba hatajaribiwa kuwa na hasira. Atajaribiwa, lakini kwa sababu ana uzoefu na Mungu kwa neno lake, ana uzoefu na Mungu kwa Biblia, anapojaribiwa kureact kwa hasira, kuna namna nguvu za mbinguni zinavyomzuia, kwa sababu ako na muda na Mungu kwenye maombi, katika kusoma Biblia. The word of God is powerful. Prayer gives power. Tunapojitolea ili kwamba tuwe na muda kusoma Biblia na muda wa kuomba, tunajiweka katika mstari wa kumaintain maisha ya utakatifu, moment by moment. Nionyeshe mwimbaji mwenye sauti nzuri asiyeomba na kusoma Biblia. Nitakuonyesha mwimbaji asiye na sauti nzuri anayeomba na kusoma Biblia. Huyo akisimama kuimba, hatutumbuizwi, tunaguswa mioyo yetu. Nionyeshe mhubiri mwenye mafungu mengi asiyeomba na wala asome Biblia kwa yeye from a personal level. Nitakuonyesha mhubiri ambaye mafungu ni machache tu, huenda hata hayaonyeshi hadharani, lakini akisimama hatumuoni. Tunachokisikia ni nguvu ya Mungu kwa mtetemeko katika mioyo yetu. Prayer is the secret of power. The word of God is the secret of power. Hebu ni demonstrate kitu. Sijui kama, na I hope muda wangu usikatike kabla sijamaliza somo. Sitaki kusukuma la leo kesho. Hivyo nikisukuma la leo kesho, mtabaki sijasema vitu vingi katika mkutano. Manake bado hatutamaliza sanctuary kwa juma hili moja. Lakini ruhusu niseme hili. Ni demonstrate ili kwamba uelewe kitu ambacho nafanya. Hebu mfanye kitu ambacho nitasema. Breathe in. Usiachilie mpaka niweke mkono wangu chini. Sitaki mzimie. Out. Sije tukafanya maombi ya kufufua watu hapa na hatuwezi. Sasa sikiliza. Hiyo pumzi ningeendelea kushikilia hivi, ungeendelea, hungefika mbali. Kwa nini? There is a level up to which hauwezi kuexist bila kupumua. Listen, prayer is the breath of the soul. Jinsi huwezi kukaa muda mrefu pasipo kupumua, ndivyo unahitaji maombi. It is the breath of the soul. Ni pumzi ya uhai, ni pumzi ya maisha, inapeana nguvu maisha ya kiroho. Misuli ya kiroho inapatiwa nguvu kwa maombi na kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ukipuuzia maombi na upuuzia usomaji wa neno la Mwenyezi Mungu, wewe ni Mkristo asiye na nguvu. Mkristo ambaye hana uwezo wa kukabiliana na vitu ambavyo shetani anarusha kwake, majaribu yake huwezani nayo kabisa. Uwe Mkristo ambaye anatenga muda wa maombi. Uwe Mkristo ambaye anatenga muda wa kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Kwa mara nyingine, kama imeeleweka, nisikie mkisema amina, watoto wa Mungu. Asante. Amina inamaanisha na iwe hivyo. Kwa hivyo kama ulikuwa na uvivu, huo uvivu ukatoke katika jina la Yesu Kristo. Na by the way, usigeuze maombi kama supermarket. Unajua venye tunafanya supermarket? Unajua supermarket, ukiona mtu ameenda supermarket ameishiwa na shopping. Hakuna mtu anaenda supermarket kama shopping bado imejaa kwenye shelf. Shopping ikipungua anaenda.
anarudi nyumbani, anatumia mpaka ishe na naenda. So mara nyingi tumegeuza maombi kama supermarket. We only pray when we need things. Wakati hatuhitaji vitu, mara nyingi maisha yetu ya maombi yamepungua. Sikia, sababu ya maombi sio kupata vitu. Sababu ya maombi ni kumjua mtu, kuwa na uhusiano na Yesu Kristo. That's the essence of prayer. Kwa hivyo vitu hivyo vitatusaidia ili kwamba tuweze kuwa watu waliotakaswa. Na nikwambia habari njema, Mungu habahatishi. Ukishirikiana na Mungu utakuwa mtakatifu. Hivi mmesikia kitu nimesema kanisa? Nasema Mungu habahatishi. Kwenye swala hili la kubatizwa, la kutakaswa, samahani, kama shughuli endelevu la muda baada ya muda, God does not fumble. Ukishirikiana na Mwenyezi Mungu na kuhakikishia utakuwa mtakatifu. Sio mbinguni, hapa kabla Yesu hajakuja. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu utakatifu, mtu aliye mtakatifu, hatuzungumzi kwamba ni mkamilifu. Tunazungumza kwamba huyo mtu amesamehewa kikamilifu. He is not perfect. He is tempted like any other people. Sometimes when hata anaanguka, but kitu ambacho tunazungumza kwake, he is perfectly forgiven. Kwa hiyo ujifunze kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Na nikukumbushe sababu kwa nini tumesema maombi na usomaji wa Biblia ni muhimu kwa utakaso. Ni kwa sababu utakaso sio kazi yetu. Sanctification is not our work. Jinsi justification nilisema sio kazi yetu, ndivyo utakaso sio kazi yetu. Waefeso 2, soma Waefeso 2. Ama kama kusoma Waefeso 2, nataka usome mambo ya Walawi. Tutakuja Waefeso. Kama ulikuwa umeanza kuandika Waefeso ni 2:12 na 13. Lakini tusome mambo ya Walawi 20 kwanza. 20 mstari wa 8. Mambo ya Walawi, Leviticus 20 verses 8. Soma haraka ili kwamba tuende. Leviticus 20 verses 8. Inasema hivi. Nanyi zishikeni sheria zangu, sawa, na kuzitenda, sawa. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Achia hapo. Biblia inasema kwamba nani anayetutakasa kanisa? Nani anayetutakasa kanisa? Bwana. Utakaso kama ilivyo kuhesabiwa haki sio kazi yetu. Sikiliza, sanctification is still the work of God that he does in us, to us, through us. Anaifanya sanctification, bado ni kazi ya Mungu. Anasema yeye ndiye Mungu anayetutakasa. Kwa hiyo ukitembea maisha ya utakatifu kwa sababu umempokea Yesu Kristo, usihisi sasa kwa sababu nimeanza kuzungumza vizuri, kwa sababu nimeanza kula vizuri, kwa sababu nimeanza kuvaa vizuri, kwa sababu nimeanza kutovuta sigara, usihisi kana kwamba unatakaswa kwa sababu haufanyi hivyo vitu. Utakaso bado ni kazi ya Mwenyezi Mungu. It is still the work of God. Sasa sikia lile fungu ambalo nilikuwa nimesema, Waefeso 2:12 na 13. Usikie jinsi Biblia inavyosema. Ninaipenda Biblia namna ipo wazi tu, kila mmoja anaweza kuielewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Soma, inasemaje? Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Umesoma wapi? Waefeso 2. Samahani, Wafilipi, si Waefeso. Wafilipi, lakini mafungu ni hayo. Wafilipi 2:12 na 13. Inasemaje? Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, sawa, si wakati mimi nilipokuwako tu, sawa, bali sasa zaidi sana mimi nisikuwapo, utimizeni wokovu wenu wenye kwa kuogopa na kutetemeka. Asante, Mungu akubariki. Utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa wengi huwa tunaishia kusoma ile fungu hapo. Kizungu linakuwa ina nguvu kidogo. Inasema work out your own salvation with fear and trembling.
Sasa mara nyingine tukisoma ile fungu tunahisi ni kazi yetu. Si Biblia imesema work out your own salvation, work out your own salvation. Lakini hebu sikiliza the next verse. Inasemaje verse 13? Inasema Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Ndiye nani? Mungu. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Maliza. Kutaka kwenu na kutenda kwenu na kulitimiza kusudi lake jema. Amina. Yaani msomaji naelewa ile fungu peke yake. Mungu ndiye anayefanya. Kizungu inasema it is God who works in you. It is God who works in you both to will and to do of his own good pleasure. God. Kwa hivyo even sanctification ni kazi ambayo Mungu anaifanya ndani yetu, bila shaka kwa ushirikiano. Na hata kushirikiana tunapozungumza hapa, cooperation ni kuitikia neema yake, uweza wake anaotupatia ili tuishi maisha yaliyo matakatifu. Sanctification still ni kazi ya Mungu anayeifanya. And at that point niruhusu nikwambie, you are work in progress. God is not yet done with you. Wewe ni kama mradi unaoendelea. Mimi ni kama mradi ambao unaendelea. Sisi ni mradi unaoendelea. Mungu bado hajamalizana na sisi. Kila siku anatutakasa. Kila siku anatupatia utakatifu. Kila siku anatupatia ushindi. Leo ninaamka, hasira inanijaa, ninahisi kana kwamba ni mgonge yule mama, lakini nikikumbuka ya kwamba kuna yule anayenitakasa, naregea kwake, namwambia Yesu, hasira ilinilemea. Naambia mwanangu, inuka, enenda, usiwe na hasira tena, ninahesabiwa kuwa mtakatifu. Kesho anakuja, namwona binti amevaa namna ambavyo ananivutia kumtamani, ninajaribiwa kumtamani, naregea kwa Yesu Kristo, namwambia Yesu, ninahisi kana kwamba nimejaribiwa, tafadhali Yesu, naomba unipatie msamaha. Anakwambia nenda na usiwe mzinifu tena. Yani ni shughuli endelevu. God is not yet done with us. Sanctification ni kitu ambacho kinaendelea moment by moment, moment by moment. Na unajua Mungu akikusamehe leo, what happens? Hakusamehe tu, anakupatia uwezo wa kutoshiriki hiyo dhambi tena. So that's why we say we can have victory over sin. Tunaweza kuwa na ushindi dhidi ya dhambi. Si kwamba tutatenda dhambi, tutende dhambi mpaka Yesu arudi. Lazima tuwe na ushindi dhidi ya dhambi. Kwa sababu the last stage ya sanctification, nimesema mbili, positional tulisema jana, progressive tukasema jana pia. Leo ya tatu ni perfect sanctification. Perfect sanctification. Sasa wale ambao wameshirikiana na Yesu Kristo, hatimaye Yesu anapotokea mawinguni atawaweka in a position ambayo hawawezi kujaribiwa tena. Perfect sanctification, other times tunaita glorification. Perfect kwa sababu unajua maisha haya hapa chini bila shaka ambayo yako na dhambi, tunajaribiwa kila wakati. Hata leo nikisamehewa, bado kesho huenda jaribu likatokea. Maana bado tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi kabisa. Nilisikia mhubiri mwingine akipeana kisa ya kwamba siku moja alienda kanisani na akasikia mhubiri amesema kuhubiri. Opening statement yake ya huyo mhubiri ilikuwa ni hii. Mhubiri ambaye alikuwa anahubiri alikuwa anasema, ameanza kukusema hivi: sasa kufikia sasa nina miaka kama, sijui alisema ni 10 ama ni 4, sikumbuki, lakini alitaja sijawahi kufanya dhambi. Yule mhubiri aliposikia hiyo kauli, anasema alimgusa mke wake, akafunga Biblia yake, akamwambia tutoke hapa. Because as long as we live in this particular earth, sikiliza, tutamfanya Mungu kuwa muongo. Tutamfanya Mungu kuwa mwongo, dhambi itatufuata. Lakini dhambi inapotufuata, tuko na shughuli endelevu ya utakaso ambayo tukishirikiana na Yesu Kristo, moment by moment we are given victory. Moment by moment. Usiruhusu utambulikane na dhambi, by the way. Hata tukija Better Living Gitembe, tukimpata mwanamke mkorofi, tunaambiwa yule ni kawaida yake, ni mkorofi. Tukimpata mzee mbishi, tunaambiwa yule mzee kawaida yake ni mbishi.
Tukimpata mama mfitini, tunaambia yule kawaida yake ni mfitini. Do not accept yourself to be identified with sin. Kwa nini? Yesu hajamalizana na wewe. Wewe ni mradi ambao unaendelea. Mruhusu akutakase, mruhusu akufanye mtakatifu, mruhusu akupatie ushindi dhidi ya dhambi. Allow him. Na akifanya hivyo, hatimaye Yesu atakapotokea, kwa sababu roho ya nabii, kile kitabu early writings, ukurasa 171, kwa sababu anasema no one will make it to heaven who is not holy. Basi ni lazima, ili tuingie katika ufalme wa Mungu, he must make us holy. Hatuwezi kustahamili utakatifu wake na utukufu wake kwenye dhambi. Sasa hatimaye wale ambao walikubali positional sanctification na wakaipokea progressive sanctification, hatimaye watapatiwa perfect. They'll be perfectly sanctified. Na ndio ile ambapo Paulo anazungumza, akizungumza kwenye kile kitabu kizuri cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:3. Hebu soma hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:3. Soma kwa upesi. Na katika hii sawa, twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Sawa. Yeye asemaye, unasoma wapi? 1 John 3:2. Okay. 3:2 inasema wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa Yesu, tutafanana naye. Kwa maana tutamuona kama alivyo. Yesu atakapotokea anasema tutafanana naye. Yesu yuko vipi? Mtakatifu. So that at last we'll be perfectly sanctified. Kufanywa watakatifu kiasi cha kwamba hatuwezi kujaribiwa tena. Na hiyo itatokea Yesu akitokea mawinguni kwa mara ya pili. Kwa sababu ya ufupi wa muda, niruhusu nipige hatua ili kwamba nifike kwenye mkate na dakika chache ambazo zimebaki. Lakini nisome kifungu kimoja. Wakorintho wa kwanza 15:30 anza 51. Wakorintho wa kwanza 15 anza 51 twende mpaka 53. Kimbia kama risasi, manake hapa zimesalia dakika zangu 18 tu. 51 inasema, angalieni, ninawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Endelea. Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Soma. Wakati wa parapanda ya mwisho. Endelea. Maana parapanda italia, na watu watafufuliwa. Sawa, endelea. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Achia hapo. Kiswahili inasema tutabadilika. Kizungu kisoma inasema tutabadilishwa. We shall be changed. Not we shall change. We shall be changed. Kwa hivyo Yesu anapotokea mawinguni kwa mara ya pili, asili hii ya dhambi ambayo imetutesa, ambayo imetuangaisha, kwa sababu tumeprove ya kwamba tunatamani kutembea na Yesu kila hatua, hatimaye wale ambao wameshirikiana na yeye kutembea kila hatua hapa duniani wamemwonyesha Yesu kitu wakitakacho. Yesu ataiondoa asili ya dhambi na kuwapatia asili ambayo ilikuwepo kabla dhambi kuingia. It's called perfect sanctification. At last, pasipo kujaribiwa tena. Wale ambao watapatiwa asili isiyokuwa na dhambi ni kwa sababu maisha yao duniani yote hawajataka hiyo asili. All the entire life on earth hawajataka kushinda dhambi. Hawakuwa wakitembea na Yesu Kristo. Hawakuruhusu neno lake liwaongoze. Hawakuruhusu kupata nguvu kwa maombi. And so because they didn't need it, na Mungu alazimishi watu na vitu, anapeana kwa watu wanaotaka kwa hiari. Wale ambao wametembea na yeye constantly, at last Yesu anawapatia asili ya kutofanya dhambi tena. Glorification, which is perfect sanctification as well. Sasa ili tufanikiwe kwa hili, there is something we need. Ili
tufanikiwe kwa hili, kuna kitu ambacho tunahitaji wapenzi. Maanake maisha ya Ukristo sio rahisi. Maisha ya Ukristo sio rahisi, ni gharama. Ni gharama. Ukiangalia namna Paulo anavyozungumza kuhusu Kristo, anazungumza tu lugha ya mashindano, lugha ya vita. Anasema piga vita vilivyo vyema, piga vita, kimbia, run the race of patience. Unaona, anazungumza lugha ya mapambano, ya mapambano. Ukristo ni mapambano na sio rahisi. Ili tufanikiwe, sikiliza, tunahitaji mkate wa kila siku. Nimepiga hatua sasa. Ili tufanikiwe, we need our daily bread. Sasa tumetoka courtyard, tumetoka sehemu ile nje ya sanctuary. Nimesema ulikuwa ukiingia sanctuary, kitu cha kwanza unaona ni nini kanisa? Kitu cha kwanza ulikuwa unaona ni nini? Out of burnt offering. Asante. Kitu cha pili, basin. Ni sawa bado ama lava? Kitu cha pili. Sasa tukitoka mahali pa nje, tunaingia kwa the two apartments. Tunaanza kuingia ndani ya uwepo wa Mwenyezi Mungu sasa, in the two apartments, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ya kwanza ilikuwa inaitwa the holy place. The holy place, mahali patakatifu. Na pale ndani kulikuwa na vitu vitatu, sitavitaja manake azma yangu ni kuzungumzia kimoja peke yake. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa viko pale na ilipatikana upande wa kaskazini ni meza ya mkate wa uonyesho. Meza ya mkate wa uonyesho, kizungu inaita table of shewbread, King James Version. Zingine zinasema table of showbread, nyingine inasema table of the bread of presence, bread of the presence. Usisahau vitu vitatu ambavyo nimevitaja, ni muhimu kwa sehemu ya mwisho ya somo letu leo. Table of shewbread, table of showbread, table of the bread of the presence. Vitu vitatu, ndio maana Kiswahili inaita meza ya mkate wa uonyesho. Sasa nimekwambia kwenye meza hii, sijakwambia sana sema, Mungu alikuwa amepanga makusudi kwamba vitu fulani viwe hapo kwa makusudi kwenye meza hiyo. Mambo ya Walawi, Leviticus 24, soma verses 5, sijui kama tutafika verses 9, lakini ukifika mahali ambapo nitakuwa nimetaka nitakwambia tuishie hapo. Lakini anza mstari wake wa 5, verse chapter 24, anza verses 5. Twende kwa upesi. Inasemaje? Na utatua unga mwembamba na kuoka mikate 12 ya huo unga. Sawa. Sehemu za 12 za hefa zitakuwa katika mkate mmoja. Nawe iweke mistari 2, mikate 6 na mistari juu ya hiyo meza safi mbele za Bwana. Sawa. Naye utatia ubani safi juu ya kila mstari. Mungu akubariki. Achia hapo. Biblia inasema kwamba jambo la kwanza, mkate huu ulikuwa unatengenezwa with fine flour. Fine flour, fine flour, unga laini. Niruhusu, sio kitu ambacho nafunza, lakini niruhusu niseme, vitu vya Mungu havifanywi kwa kubangaiza. Mungu anataka quality. Wewe angalia patakatifu. Ndani ilikuwa ni vitu vimefunikwa na dhahabu safi, nje ilikuwa imefunikwa na bronze. Quality ndio ilikuwa ikiletwa. Linen ndio ilitumika katika sanctuary, gold in the sanctuary, acacia in the sanctuary. Quality things. Tukiamua kumfanyia Mungu vitu, tunamfanyia Mungu vitu quality. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki vitu vya kubambanya. Hapana, sio Mungu tunayemwabudu. Back to the text. Tofauti na unga kutumika ulio laini, Biblia inasema kwamba alikuwa apange hizo unga, hiyo mikate kwenye rows 2. Row moja ilikuwa na mikate 6, row nyingine mikate 6. Total mikate mingapi hiyo? 12. Sasa sikiliza, si ajali ya kwamba mikate ilikuwa 12. Si ajali kwamba Mungu alichagua mikate kuwa 12. Kumbuka tunasema ili hatimaye tutakaswe kikamilifu, kila siku tunahitaji mkate wa kila siku. That's the burden we are breaking down. Sasa sikiliza, mikate ilikuwa 12 kuashiria kabila 12 za Israeli. Lakini kwenye Agano Jipya mikate sio ya kabila 12 peke yake za Israeli. Mikate ni kwa sababu ya watoto wote wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The bread is available for all. Huo mkate ni kwa sababu ya kila mtu, kwa sababu mkate tunao uzungumzia hapa ni Yesu mwenyewe.
Manake kitabu kile kizuri cha Yohana 6 mstari wake wa 35, Yohana 6 mstari wake wa 35, Yesu mwenyewe kwa kinywa chake anasema ya kwamba, soma kwa upesi. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Unasoma wapi? Yohana 6:35. Endelea kusoma. Sawa. Lakini niliwaambia kwamba mumeniona wala amuamini. Sawa, endelea. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitampa nje kamwe. Unasoma Yohana 6:35 kweli? Yohana mtakatifu 6:35. Ndio hiyo. Hebu soma 48. Lakini ninahisi kana kwamba ama ni Biblia yako 48. Mimi ndimi chakula cha uzima. Ni sawa. Hiyo ni sawa, lakini kuna fungu hapo juu aidha, lakini ni sawa, tutatumia hiyo. Verse 48 anasema mimi ndiye chakula cha uzima. Hilo neno chakula hapo kizungu imetafsiri I am the bread of life. Mimi ndimi mkate wa uzima. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu meza ya mkate wa uonyesho, tunazungumza kuhusu Yesu mwenyewe. Unajua the sanctuary is all about Jesus. 33. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu mzima. 33. Achana na hiyo, usijali. Hiyo tushapata, haina wasiwasi, tutaendelea tu. Biblia ipo wazi ya kwamba Yesu ndiye mkate wa uzima. Mkate wa uzima ina maana, nilikuwa nakwambia kila kitu patakatifu kinamhusu Yesu. Sikia kwa makini. Everything in the sanctuary is about Jesus. At the altar, he is our atonement. At the laver is our sanctification. Sasa tumefika kwa table of shewbread. Pale kwa madhabahu Yesu anatuhesabia haki. Yeye ni haki yetu. Tukifika kwa birika, Yesu ni utakaso wetu. Lakini hapa kwenye meza, sikiliza kwa makini. Kwa sababu maisha ya Ukristo ni magumu. Maisha ya Ukristo ni pambano. Maisha ya Ukristo ni vita spesheli. Tunahitaji kitu ambacho kitatusaidia kupigana na maisha ya Ukristo. And so at the table of shewbread, Yesu is our sustainer. Yesu is our provider. Yesu is one who gives us victory at the table of the shewbread. Provider. Anatuprovidia, anatusustain. Yesu anakuwa mtu anayetupatia vitu. Provider nini na Kiswahili, mchungaji? Mpaji. Sustainer, mtu anayetutunza, muhifadhi. Asante. Kwa hivyo katika meza mkate wa onyesho, Yesu ni mpaji, lakini pia Yesu ni anayetutunza, anayetuhifadhi, kwa sababu maisha haya ni magumu. Ukristo ni pambano, ni pambano. Tunahitaji mtu atakayetuhifadhi, mtu atakayetupatia vitu tunavyovihitaji. So God is our sustainer katika meza ya mkate wa uonyesho. Na ndio maana sikiliza, yeyote ambaye atakuwa na muda na mkate huu wa uzima, hakuna ngome itokayo kwa ibilisi inayoweza kumshinda. Hakuna. Ndio maana Isaya anasema no weapon fashioned against us shall prosper. Kwa nini? Kwa sababu tuko na sustainer, tuko na provider. Na by the way, unajua akisema mimi ni mkate wa uzima, I am the bread of life, hilo word I am, sehemu nyingine ambayo itakuregesha ni Agano la Kale. Somo letu la kwanza ambalo tulianza nao mkutano huu wa Injili ama makambi haya. Unakumbuka kwenye kile kichaka, Mungu alipotaka kumtuma Musa, alipouliza wewe ni nani? Mungu akamwambia mimi niko ambaye niko. Waambie Waisraeli mimi niko amekutuma, I am. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Unajua taifa la Misri lilikuwa taifa ambalo lilikuwa na uweza, taifa lenye nguvu, lilikuwa limewazuia wana wa Israeli, limewatesa. Lakini Mungu akamwambia Musa, ninajua Misri wana uweza, wamewateka watoto wangu, lakini mimi niko. Miungu ya Misri haiwezi kunizuia kuwatoa watoto wangu utumwani. And that's the same experience. Hakuna kitu kinachoweza kumzuia Mungu kukuokoa, manake yeye ni mkate wa uzima. Anatusustain, anatuprovidia, anatupatia ushindi. Kwa hiyo ukitaka maisha ya Ukristo, uishi maisha ya ushindi, eat the bread of life. Kula mkate wa uzima, kula mkate wa uzima kwa kupitia neno lake. He's our sustainer.
Maisha haya yatakuwa na ushindi. Maisha haya yatakuwa yenye furaha. Maisha ya Ukristo yatakuwa ya kutosheleza iwapo utatambua kwamba we have the bread of life. Mungu atakuuliza, kitabu cha Mwanzo 18:14 usisome. Atakuuliza, je, kuna neno gani gumu linalonishinda? He is the bread of life. Atatusustain, atatuprovidea. Unataka kushinda majaribu, atafanya. Unataka kushinda uzinzi, atafanya. Unataka kushinda uongo, atafanya. Na nisikiliza, kama Mungu anaweza kupeana ushindi dhidi ya dhambi, hawezi kushindwa kutupatia mahitaji yetu ya kila siku. Kwa sababu dhambi ni nzito kushindwa kupatiwa school fees. Dhambi ni nzito kushindwa kupatiwa uponyaji wa kawaida. Dhambi ni nzito kushindwa kupatiwa breakthrough ya kiuchumi. Kwa hiyo kama Mungu anaweza kuishughulikia dhambi yako, be rest assured, anaweza kudeal na uchumi wako, anaweza kudeal na afya yako, anaweza kudeal na kila sehemu ya maisha yetu, because he is the bread of life. Yeye ni mkate wa uzima. Jifunze kumtegemea akusustain. Jifunze kukutegemea akuprovidie. Jifunze kumtegemea akupe ushindi wa kipekee. Namaliza nikisema hivi, meza ya mkate wa uonyesho ni thibitisho kuwa ukombozi kupitia Yesu umekamilika na wote wamealikwa. Kwa sababu it's a table. Table inamaanisha kwamba food has been set. Chakula tayari kimepakuliwa, kimeandaliwa. Walaji tu ndio wanatafutwa. Food has been set. Ndio maana Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akifungua mlango wake, nitaingia kwake, nitakula naye na yeye pia pamoja nami. So number 1, wokovu umekamilika kupitia Yesu na wote wamealikwa kula katika meza hii. Number 2, uwepo wa Yesu maishani kila muda ndiyo siri ya ushindi kwenye maisha haya. Uwepo wa Yesu maishani kila muda ndiyo siri ya ushindi kwenye maisha haya. Ndio maana anaitwa our daily bread. Give us this day our daily bread. Na jambo la mwisho na la tatu ambalo nataka ujue, uwepo wa Yesu maishani utakuwepo kupitia neno lake tu. Ukigundua karibu kila sehemu ya hubiri nimekuwa nikizungumzia neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu. So the presence of Jesus will only be as a result of his word, ikiwa part and parcel of our life. Kwa hiyo huu mkate ndiyo toshelezo letu. Huu mkate ndiyo riziki yetu. Huu mkate ndiyo siri yetu ya ushindi maishani. Kwa hivyo sote tumwambie Mungu, give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. And that bread is the bread of life, Jesus Christ. Mungu na atubariki. Tusimame tuombe. Umwema Mungu wetu mkuu na mtukufu, inapendeza namna ambavyo tukitembea katika mpango mzima wa ukombozi, kuona namna Mungu unavyojishughulisha nasi. Katufia msalabani kuwa haki yetu, ukatutakasa, na hata sasa kama shughuli endelevu unatutakasa muda baada ya muda, na hatimaye utatutakasa kikamilifu. Mungu, tena wewe ndiye mpaji, ndiye tesholezo, ndiye siri yetu ya ushindi. Tutapataje kupona sisi tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Na ndio maana mchana huu wa kipekee, ombi langu na ombi la ndugu na dada zangu kwa njia ya kipekee, tunasema give us this day our daily bread. Yesu asalie kuwa yule ambaye ni sehemu ya maisha yetu kila muda, ili ushindi usalie kuwa hakika katika maisha yetu, ili utakapofunuliwa katika mawingu ya mbinguni tufanane na wewe, kwa sababu utakuwa umetubadilisha kuwa kama ulivyo. Ndilo tumaini letu, kwa jina la Yesu Kristo ambaye kwetu ni Bwana na hata pia mkombozi. Amen. Amen. Asante. Praise God. Exodus Ministers number 52.
kwaya ya Exodus inapochongea mbele, kuna matangazo matatu hapa hivi. Ningependa kila mmoja aweze kusikiliza kwa umakinifu. Tangazo la kwanza ni kwamba vyumba vya usafi pale mkono wangu wa kushoto ni jinsia ya kike. Pale katika lango kuu chini yake kuna vio pale, jinsia ya kike yote inaelekea pale. Na hapa nyuma mkono wangu wa kulia ni wageni jinsia ya kiume. Wageni jinsia ya kiume. Pale mkono wangu mbele pale assessment hall ni jinsia ya kiume. Wote tunaelekea pale. Jinsia ya kiume wote pale katika lile jengo la assessment. Maji ya kunywa, ukiangalia katika ile meza ya uchabishaji, kuna maji ya kunywa pale. Yule ambaye anahisi kiu, maji yako pale ya kunywa, enda ukachikatie kiu. Wale ambao huenda ikawa miongoni mwetu wanahisi maumivu, labda kichwa kinakuwanga, maumivu ya mwili, kuna daktari miongoni mwetu anaitwa Florence Mogire. Ningekusihi pale ulipo uweze kusimama ili kukuona. Florence Mogire. Nilikuwa nimehalifiwa ako pale katika ile ema. Kwa hivyo unapohisi umifu, kichwa kinakuwanga ama mwili unakuuma, muone daktari ako pale aweze kushughulikiwa. Mungu hawabariki. Exodus Ministers, mngekuwa hapa mbele jamani. Tunapoimba 52. Nipe Biblia nyota ya furaha. Sing. Nipe Biblia nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia ni uzunikapo, ikinichaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu mwokozi wangu. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Tuwape nafasi. Na Mafarisayo wanafiki, mnajidanganya bure, mnalipa zaka za mnana, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mmevalia ile ngozi ya kondoo, bali nyinyi nyote mbwa mwitu hatari. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbwa na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, mnajidanganya bure, mnalipa zaka za mnana, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Mmevalia ile ngozi ya kondoo, bali nyinyi nyote mbwa mwitu hatari. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbwa na kumeza ngamia. Baraka za Mungu
zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Basi zitahiri ngovi za mioyo yenu, msipate kuwa na shingo ngumu. Bwana wetu Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, tena ndiye Mungu mkuu. Haogofya wala hapendelei nyuso, tena hawezi kubali kuchukua rushwa. Bwana tunamdanganya yule wa haki na kufichulia siri. Basi zitahiri ngovi za mioyo yenu, msipate kuwa na shingo ngumu. Bwana wetu Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, tena ndiye Mungu mkuu. Haogofya wala hapendelei nyuso, tena hawezi kubali kuchukua rushwa. Bwana tunamdanganya yule wa haki na kufichulia siri. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Baraka za Mungu zitawatoka, mtapata laana kwa kupuuza sheria. Mmemdharau mwamba wa wokovu wenu Yesu Kristo, mkafanya matakwa yenu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu. Tusiwe Yeshuruni aliyenenepa akapiga teke sababu ya kula kwingi. Tumrudishie Mungu zaka na sadaka iliyo kamilifu.
Kama mmefurahia, kama uko kwa makambi, naomba kuona kwa ishara ya mikono. Ni wangapi wa kwa kambi? Bwana asifiwe. Yangu ni machache. Ni mchamba moja tu. Naomba watoto wote wako kwa mkutano wapande kwa sehemu yao huko juu tafadhali. Mtoto asije akakae hapa na mambo mazuri yanampitia huko nyuma. Asante sana. Mgeni karibu. Asante. Testimonies for the Church, Volume 4, page 499. I repeat again, Testimonies for the Church, Volume 4, page 499. She says, the Bible is its own interpreter. By comparing scripture with scripture on the same subject, you'll discover beauty and harmony that you've never dreamt of. Let me repeat again. The Bible, in fact, she is commenting on Isaiah chapter 28, verse 9, 10, 11, 12, and 13. She says that the Bible is its own interpreter, each scripture explaining another. By comparing scripture with scripture on the same subject, you will discover beauty and harmony that you've never dreamt of. End quote. Let us pray. Everlasting Father, Lord in heaven, we glorify and praise your name because of your goodness and mercy and even love that you've extended unto us. We are unworthy of your grace, but we thank you because, Lord, you don't deal with us according to our works, but according to your mercies. Thank you for your Son, Jesus Christ, and what he's doing for us in the heavenly sanctuary, as we have been taught by our brother here. As we're going to get into this program, we still plead of the gift of the Holy Spirit. May you pour out your Holy Spirit upon us and speak to us and challenge us once more. We ask that humbly in Jesus' name. Amen. Amen. Now, I believe this is the third day I'm standing here to promote the literature here. And I want to make a mention that you may look at it as though it is a business or something, but it is way beyond that. Anyway, Matthew chapter 4 and verse 3, as read together with Deuteronomy chapter 8 and verse 3. When Jesus was tempted in all sides, we know that the first temptation was on diet. And by this she says that that diet, I'm just paraphrasing to put it in a way that is simpler, will prove the ruin of many. Diet. That is speaking of a perverted diet. So then, because it is what will prove or proves the ruin of many, the first temptation that Jesus had to overcome, to lay an example, a solid example, to the effect that we can overcome, was the temptation about diet and food. Now, I am not teaching about health message here, but I just want us to have a thought that Jesus could only overcome by the word of God. A chapter in the book, The Great Controversy, I normally mention this chapter, called the scripture, Our Safeguard. Speaks much about that when we study the word of God together with the spirit of prophecy writings, we will actually be wise. Actually, she says in the book Education that a student, a faithful student of the word of God and the spirit of prophecy writings will not find it hard. I told our fellow youth here yesterday that if you are a student of the Bible and the spirit of prophecy writings, you will not find it hard with your academics. Not only just with academics, even in your work. Those of us who are working, you will not find it very hard to crack the challenges there that you are, given out the tasks, as it were.
So it actually gives wisdom to those who are seeking. And it says in Isaiah chapter 8 and verse 20, that by the law and the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. The day before yesterday, I just quickly mentioned, which I believe and believed that you understand, that the testimony of Jesus Christ is a spirit of prophecy, as it is in Revelation chapter 19 and verse 10. That the testimony the testimony of Jesus is the spirit of prophecy that is also being spoken in the verse that I've just read in Isaiah chapter 8 and verse 20, that says that by the law, the word of God, and the testimony, if they speak not according to this word, which word? The law, the Bible, the testimony, the spirit of prophecy writings. If you don't speak according to this word, there is no light in you. The Bible says, in fact, he says in Matthew chapter 5 and verse 16, I believe, that let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which hath in heaven. How will you shine light which you don't have? And you know that light, you can only attain it if you study the law and the testimony, because the Bible has said. Just one last verse and a quotation, and I will speak of 2 or 3 of books here, then I'll invite you in the table there. 1 Peter chapter 3 and verse 15, reading from King James Version. It says, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready to give an answer or a response of the hope that is in you, with meekness and fear. By the way, what is the hope of the gospel? It is a question. What is the hope of the gospel? Okay, let me simplify it. What is the blessed hope that we are looking after? The second coming. That is what I was simply asking. That the hope of the gospel is actually the second coming of Christ. And so then the Bible says that if you are to give a reason of the hope or even faith that is in you with meekness and fear, you ought to sanctify the Lord God in your heart. How do you sanctify the Lord God in your heart? He says in John 17 and verse 17. What does it say? Sanctify them by the truth. Thy word is truth. And what is that truth, by the way? It is Jesus. John 14 and verse 6. And he answered and said unto them, I am the way, the truth, and life. No man cometh unto the Father except by me. Sanctify the Lord God in your heart. Study the Bible. I want to challenge you once more. She says in last day's event, 67. You may wonder why I am really whatever, but I like reading. That's why I want to challenge you also. I like reading and putting to memory these things, because I know they will help me. When Satan comes, you can throw, those arrows, I will say, or those weapons of the word of God, and tell him that, yes, you have drawn me to lust, but I remember Job 31 says, I have made a covenant with mine heart, or with mine eyes. Why should I lust upon a maid or upon a lady? That is the Bible. You can read your Bible. It says so in Job chapter 31 and verse 1. As I said in last day's event, page 67, she says that build a wall of scriptures, and you will see that Satan will not penetrate you or overcome you. Many are the temptations and the troubles that the devil brings. But he that is only to overcome, it is he who has already built a wall of scriptures and a wall of the word of God in his mind, in his heart. That is the only way that you can attain the purity of mind, soul, and body. With me here, I don't want to speak much about that introductory part. I have
think I have 4 books, but I may speak about 2 or 3 because of time. There's a book here called Mfalme Anakuja. In English, He's Coming. It is a book written by Ellen White, one of our pioneers, I will say. But what my brothers belabored here to teach or to show us these things, to remind us, to make sure by the Holy Spirit that we're established in present truth, can all be found in just this copy. The message about justification. Justification ndio kupata kibali. Kuhesabiwa haki. Amina. Kuhesabiwa haki. Ujumbe kuhusu kutakaswa, ambayo ni sanctification, hata glorification katika kitabu hiki. He is coming. Alielezea kuhusu progressive sanctification. Hata mimi nasikiza pale nyuma ya kwamba kuna ile progressive sanctification, alafu kuna ile ya instant ndio justification, sivyo? Hayo mambo yote yanazungumziwa hapa jinsi ilivyo. Ujumbe kuhusu sanctuary umekaa simplified vizuri sana katika kitabu hichi. Karibu sana pale juu tuweze kuzungumziana. Niko na kitabu kingine hapa ambacho kinazungumza, ama title ni I Have a Future, Christ's Resurrection and Mine. Nilizungumzia kitabu hiki siku ya Jumatatu, lakini bila shaka nitakizungumzia pia. Huu ni ujumbe kuhusu Yesu, ujumbe kuhusu msalaba. Na niliwapea quotation moja ambayo inatoka Ministry of Healing, ambayo inasema ya kwamba the cross is a revelation to our dull senses of what sin from its inception brought to the mind of God. Unahitaji kukuwa na hii experience ya justification, sanctification in the light of the gospel of the cross. Ujumbe huu uko katika kitabu hiki ambacho kinaitwa I Have a Future, Christ's Resurrection and Mine. Kitakufundisha mambo kuhusu pia the activities that took place in the last week of Christ's ministry. But then she says in Desire of Ages, I believe page 82 or whatever, says that if we could only spend an hour each day contemplating upon the messages, upon the ministry of Christ, especially the closing events of Christ's earthly ministry, a revival of primitive godliness will be witnessed in God's church. And he supplies, that quotation by saying in Testimonies to Ministers and the Gospel Workers, page 118, that if our people were only half awake, half nusu, if we could only be half awake, a revival could have been wrought in our heart, even in our church. We are what we are because we read or because we don't read. Because we apply that which we read or because we don't even have that which we ought to apply. You don't have to watch motivational speakers. Okay, we have different motivational speakers, but we have worldly motivational speakers. You don't have to watch them, my fellow youth. Study the Bible, Adventist Home, messages to young people. I have books there like Young Man and Young Woman. There's another one called Smart Love. You come and know how God, has a way. But do you know that even for you who are married, I know some of us, okay, not me, but some of you are married legally, but practically divorced. I am sorry to say that. I should not apologize. I mean that. I come from a family also. But I'm not saying that my family is... yes, if you get it, you get it. We live together, or you live together as husband and wife, just legally, because the Bible says, but practically, you are divorced. Study the book Adventist Home. Building a home, even the characters of your children. Wana wanyasai. Kanya saa tokonye.
roga ndoro talio mocheso nimbwate kitabu kenda nomo gusinde ani mathike usi nimbwate kitabu kenda akoro kunga victory in surrender, ushindi katika kujitoa. Anasema by the way, anasema katika 46.2 steps to Christ, many are inquiring how to make a surrender. Sitaki nimalize hiyo quotation, naenda usome pia. How do you make a surrender to Jesus of your soul, of your heart? Victory in surrender. The only way we can be assured of our victory is when we have surrendered our whole to Jesus. In fact, she says that when the will of God becomes the will of man, it becomes omnipotent. And then she continues to say that when humanity cooperates with divinity, it is omnipotent, powerful. In fact, divinity plus humanity is perfection. You want to perfect your Christian character and Christian life? Study the book Victory in Surrender. Kwa sababu nimebaki na dakika karibu 15, natumai naomba niombe niweze kualika pale juu. Naomba Mungu akuzungumzie tu, uweze kusoga pale juu, ujipatie nakala ya kitabu kimoja, angalau kimoja, ama ununulie mwenzako. Kesho nikikumbuka kama ni mapenzi ya Mungu, nitawapea testimony moja kuhusu kitabu kimoja ama vitabu viwili ambavyo nimekuwa na hiyo encounter ya that testimony. Naomba Mungu atusaidie, lakini wacha niseme kwamba niko na Conflict of Ages series. Hii nitaendelea kurudia, ambavyo ni vitabu 5. Na hivi vitabu 5 ni vingapi, Madam Chair? Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, Acts of the Gospel, Acts of the Apostles, and The Great Controversy. In fact, that is an exposition. It is an expansion, or it is a deeper explanation of the Bible from Genesis to Revelation. It speaks about the love of God deeply. As I said earlier, the first statement in the book Prophets and Kings is God is love. The last statement in the book The Great Controversy is God is love. So in between is an expose of the love of God, how mercy and justice kiss each other at the cross. Hebu natuombe niwakaribishe pale juu. Father Lord in heaven, thank you for the privilege and opportunity that we've had today to hear just a little bit about your word and the emphasis on how we are to be the people of the word. As we're going to behold upon the table over there, we ask that, Lord, still your Holy Spirit may be poured onto us even up to the end of this program. We humbly ask that in Jesus' name. Amen. Karibu sana. Hebu tuzungumze pale juu. Tukimaliza nitakuja kuomba ndipo tumalize. Yule ndugu yangu utacheza kwa sauti.
furaha kwake, furaha tele tele, azikwaye. Twende nyumbani. One, two, three, four, five. Hii ikiwa ni Get the Point Media, tunazidi ku mpendwa mtazamaji wa Get the Point Media. Wakati huu kwa makambi ni kipindi cha vitabu ama publishing ambacho kinaendelea. Walimu ama yule ambaye anasimamia publishing ambaye ni Hesbon Momanyi ameweza kuwaalika wale ambao ni wanunuzi wa vitabu ama pengine wale ambao walikuwa wamejiandaa kununua vitabu wakaweze kwenda pale mezani. Hii ambao tunawarushia na kupeperusha matangazo haya ni Get the Point Media. Get the Point tunawarushia kanisa la Wasabato la Better Living Getembe ambalo lipo mjini Kisii, ambalo ya kwamba tunazidi kurusha habari hizi kutoka Better Living Getembe maeneo ya Kisiwani kupitia mitandao Point Media pamoja na Inspire Friend Today. Hivi tunarusha ili kila mmoja akaweze kubarikiwa. Get the Point Media, we are an online television channel that spreads God's word through social media, using the social media platforms. We're using TikTok, we are using Instagram, using Facebook. We are also using YouTube to spread the camp meetings 2024. Salvation Simplified ndio theme kubwa ya makambi ya mwaka huu, ambao kwa Kiswahili nasema kwamba ni wokovu ulivyorahisishwa. Mtumishi wa Mungu Pastor Lucy Ndengwa ambaye amesimama kipindi cha leadership asubuhi na vile vile ameweza kusimama kwa kipindi cha kaya na familia ambacho ni family life. Vile vile mwinjilisti na mchungaji Robinson Otieno ameweza kusimama kwa kipindi cha Bible study, na mtumishi wa Mungu Fadhili Samuel Lubua nasimama mchana kwa kipindi cha hotuba za kila siku ambazo ni main sermon pamoja na sermonette ambayo inakuja jioni. Vile vile kunakuwa na kipindi cha stewardship, na kisha kunakuwa na vile vipindi vya workshops ambapo kama ni vijana wale ambao hawajaoa wanaenda kando, kama ni kipindi cha vijana ambao wameoa ambao ni young couples pia wanaenda kando, ambapo wale ambao ni shikorera wanaenda kando, watu wakubwa wanaenda kando, wajane pepe na wanaweza kuzungumziwa. Kwa sasa tumeweza kwenda kwa break ya vitabu, na ndio maana tumekuja kuleta matangazo haya. Wapo ambao umezidi kufuatilia ambazo ni kina dada Ann Kerubo umezidi kufuatilia na tumeweza kuona comments zenu, mnazidi kubarikiwa. Yupo kaka Davis Nyabwari ambaye anazidi kubarikiwa. Yupo Winnie Ogeshi, tunazidi kuona, tunasema uzidi kubarikiwa. Yupo dada Lucy Kinywa ambaye anazidi kubarikiwa. Yupo Musa Simon, tunaona ujumbe wako, zidi kubarikiwa.
yupo Maximila Kiage live watching from Isiolo. Mungu azidi kubariki, tunakuona. Yupo Veronica Nyaguoka, azidi kufuatilia, tunaona na uzidi kubarikiwa. Yupo Iron Mish TV, anazidi kubarikiwa. Yupo Florence Natabona, anazidi kubarikiwa, na wote wengi ambao mnazidi kubarikiwa. Tumeweza kuona ujumbe wenu. Tukiwa wakati huo mapumziko ya breki, ikiwa ungependa kuguswa ama ungependa kutaka kusupport kazi hii yetu ya Gather Point na kusukuma mahubiri haya, nambari ya kuweza kutuma mchango wako ni nambari 0724954040. Hiyo namba ni 0724954040 jinsi inavyoonekana hapo. Ikiwa basi ungependa kusupport kazi hii kwa kuweza kununua hata data bundles ama kuweza kununua kusupport kazi ya Gather Point, namba ya studio ndio hiyo nimeweza kusoma jinsi inavyoonekana hapo chini ya screen kwamba ni 0724954040. Get the Point Media tunasema you take a step forward, and after taking the step forward unaweza kubarikiwa. Jina ambayo inasomwa pale ni Joseph Mogaka. Kisha tuma pale inasoma jina Joseph Mogaka kwa 0794954040. Hivi tunataka kuweza kurudi tena hewani kwa kipindi cha nyimbo pamoja na kujikaribisha kwa sifa ambazo zitatuongoza kwenye program ama kwenye hotuba kubwa ya leo. Tunazidi kuweza kubarikiwa. Get the Point Media, ka step forward. Mimi na Emmanuel Bosire kubarikiwa. Na muona hapa yule mama Jia kuombi na ombi hilo katika to ra korutwaga chagete kebindi getanga ni paka boniga ande mna tuko chikoso bipindi binde to sabanga nyasaye umwiko macheno anyale ga guturase nginjo na ro murayo monene bono kabamo na ntuko rubono weke kale na kale asenginjo twasabira siretera Kristo oyo rumutoli itu. Amen. Asante. Praise God. Opo hizi kwaya zote zipo: Revelation Choir, Event Targeters, Exodus Ministers, PLG Church Choir, Upper Hill Church Choir, BLG Ministers. Opo hizi kwaya zote mpo. Kama unaitwa kwaya msiwe mnasimama pole pole tafadhali kwa sababu ya wakati. So kwa sasa hivi Revelation Choir, karibu kwa wimbo. Revelation Choir, karibu kwa wimbo. Kwa haraka sana tunapomsubiri mnenaji aingie. Ahadi tamu 165. Hii ndio team song ya Makambi. Nimeweza kualivyo kwamba Revelation ya wapo. Ningependa Event Targeters waweze kukuapa mbele tunapoimba namba 165. Ahadi tamu kwa waamini, ahadi tamu, sing. Ahadi tamu kwa waamini, tazama na kuja upesi sana, uwe imara hata likubwa, ndugu usilale, bali ukeshe uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa, njoo ingia furaha yangu, taji zinangoja, uwe imara
Kwa nyingine next. Event Targeters naona wapo. Exodus Ministers, karibu kwa wimbo. Ama before Exodus, BLG Ministers, kama mpo tafadhali kwa haraka sana muweze kusimama kwa haraka sana. BLG Ministers, msimame kwa haraka sana kama mpo. Tunapoimba stanza ya pili 165 kwa haraka sana, kwa sababu mnenaji anafaa kuingia. Kama mpo pia mseme kama mpo tafadhali. 165 stanza ya pili. Tutakesha na sing. Tutakesha na kutoa sala, hata kuja kama mwivi kwa wengi, ya kwamba yu karibu twajua, ila hatujui ni siku gani. Uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa. Njoo ingia furaha yangu, taji zinangoja. Uwe imara, tunategemea neno lake ambalo latangaza kuja kwake. Tumaini letu ni ahadi, naja karibuni. Uwe imara, uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa. Njoo ingia furaha yangu, taji zinangoja. Uwe imara. Tupe nafasi. Nawaambiaje BLG Ministers? Amen. Naomba tuweze kusimama tuimbe wimbo wetu nambari 171 tunapoanza programu yetu ya mahubiri. Tusimame zote kwa heshima ya ibada. Choristers, karibu tuweze kuimba ili tuweze kumkaribisha mnenaji. Number 171. Imeanzishwa hukumu mbinguni, imeanzishwa hukumu mbinguni, imeanzishwa hukumu mbinguni. Tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu kila wazo na tendo? Tutasimamaje zote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zimefutika, ama zitatuangusha? Wametangulia wafu kupimwa kitambo, ndipo hai watakapokea neno la mwisho mbingu. Tutasimamaje zote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika, ama zitatuanguza?
tutasimama je sikule ziri zetu kila moja za kunuliwa toka vitani. Yesu atusaidie, tutasimama je zote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Kolesta wote tukutane jioni tuweze kujifunza hii wimbo tunapo present. Kolesta wote kama unajua wewe ni Kolesta tuweze kupatana after sermon. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu uliye mbinguni, sifa na utukufu ni kwa jina lako leo na hata milele zote. Asante kwa sababu ya nafasi ya kuwa wahusika katika makambi ya mwaka huu. Tunaomba kwamba mwisho wake kila mmoja aweze kupokea mibaraka ya pekee jinsi ilivyo katika neno lako. Kwamba sisi pamoja na watu wa jamii zetu, pamoja na majirani, ndugu na marafiki waweze kubarikiwa, maana umetangaza kwamba watu watakapokuwa katika mikutano ya vibanda uweze kuwabariki. Mnenaji anaposimama, naomba Bwana katika jina la Yesu uweze kumtumia kwa mamlaka na uwezo jinsi ilivyo ahadi yako, ya kwamba neno lako liweze kupata nafasi ndani ya mioyo yetu kila mmoja, ili tuweze kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tufanikishe katika safari ya kiroho, tupe amani na utulivu, na unapowasuru wengine katika mikutano hii, Bwana tunaomba Peter Living na sisi usitupite. Tende yaliyo mapenzi yako, tuandae kwa kurudi kwako, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asanteni wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Ninaomba kwamba tunaweza kuwa na makambi lakini tutoke bila mibaraka. Na kuomba kwamba kila mmoja ang'ang'ane na mibaraka ya Bwana katika makambi ya mwaka huu. Unaponunua kitabu ni mibaraka. Unapokuja mkutano ni mibaraka. Unapomkaribisha ndugu ni mibaraka. Unapotoa sadaka ni mibaraka. Mungu na wabariki. Pastor Fadhil, karibuni. Ni wangapi pamoja nami wanamkaribisha mchungaji? Asanteni sana, tubarikiwe, tuwe na utulivu. Nina wasalimu wapendwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yaani Mungu wetu akisifiwa lazima hata watu wasikie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hey, watu wa vyombo leo mmefanya vizuri sana. Nafikiri kuliko siku zote. Na naomba tu hizi microphones anyway acha zikae hapa maana nitaondoka. Wapendwa, nimefurahi sana kuwa hapa tena leo. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya familia yako. Ninamshukuru Mungu kwa watu ambao wameweza kufika hapa. Mungu awabariki sana. Wapendwa, Mungu awabariki sana. Tarajia kupata mibaraka yako. Ninajua pastor, leo tulisema kwamba ni siku ya kuleta mizigo, kuleta vitu ambavyo ni mazao, lakini pia sio tu mazao, kuleta kuku, kondoo, mbuzi, hata ng'ombe, kuleta hata mavazi mapya, kumletea Bwana vitu ili viweze kuuzwa na iwe sadaka ya mmoja mmoja wetu. Nimeona tayari kuna mizigo imeanza kuingia na ninajua kuna wengine wataleta. Nimeona hata mama mmoja mzee amebeba mzigo wake. Hebu yule mama asimame ili nimwambie mama baraka katika uzee wake.
Yule mama ameweka mzigo wake hapa. Yule mama huyo hapo, hebu asogee mbele, asogee mbele, maana nimeona akimletea Bwana sadaka. Kama mwanadamu nimeona, Mungu ameona, Mungu ameona. Hebu kila mtu aseme amen. Alikuwa amelemewa kabisa na mzigo, amebeba, analeta nyumbani kwa Bwana. Alafu amina yako inakuwa ile mbaya. Amebeba, analeta mzigo nyumbani kwa Bwana. Mama, sadaka yako inaenda kuokoa watoto wako. Sadaka yako inaenda kuokoa kizazi chako. Wajukuu zako wataitwa heri. Hivi ndivyo tutakavyozitamka baraka katika mikutano hii. Umekuja kwa moyo mweupe na umeleta kile ambacho ndicho uko nacho. Bwana akubariki mama. Nimeona na mizigo mingine, lakini nimeona kwa umri wake nimpatie nafasi ya kuonekana hivi ili pia itutie moyo. Mungu akubariki sana. Na bila kupoteza wakati saa hii, ninaomba wageni wote ni pamoja na mke wangu, ni pamoja na Madam Luz, pamoja na Evangelist Robinson, ni pamoja pia na mchungaji wetu wa mtaa. Hebu basi gawaneni hizo bahasha kidogo, ili kila mtu apate kidogo. Kuna ambaye atagawanya kwenda kule juu, kuna ambaye atakuja tenti hii, kuna anaenda hii, kuna anaenda hii, na baadaye mtamaliza hapo mlipokaa. Ninaomba waende kugawanya bahasha hizo. Wanapoendelea kuzigawanya, naomba tuziende kwa haraka sasa, na kila mmoja apate tenti yake. Najua kwamba kwa nini wanazigawanya. Ninatamani wanapozigawa umuulize Bwana maswali. Umuulize Bwana maswali. Je, mimi nitakutendea nini? Endelea kwanza kupokea, alafu nitakuambia kile tutafanya pamoja na hivyo ambavyo tumegawanyiwa, pamoja na vile ambavyo tunagawanyiwa. Endelea kupata bahasha yako. Endelea kupata bahasha. Endelea kupata bahasha, na Mungu akubariki. Hivyo ndivyo tunavyopata bahasha. Na wakati tunapata bahasha, choristers, naamini mko na microphone vile tumesema. Yote namtolea Yesu. Beti la kwanza na la pili, wakati kila mtu hakikisha umepokea bahasha kama umekuja kwa crusade hii. Amini kwa makambi haya. Yote namtolea Yesu. Nyie kaeni na maiki karibu. Usikae mbali na microphone nikiwa hapa. Kila mtu apate. Kila mtu apate. Hata mimi nitapewa bahasha. Hata mimi nitapewa bahasha. Na hivyo endelea kuimba sasa. Yote namtolea Yesu. Sing. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, nimevutwa na upendo, kwa hiyo najitoa. Yote kwa Yesu. Kila mtu aimbe. Yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda. Yesu natoa. Yote namtolea Yesu. Kila mtu apewe bahasha, mpaka wale waliokaa kule kwenye vitabu. Walio kwenye vitabu, asante. Nimeajana anasa kwako Yesu, nipoke. Yote kwa Yesu. Na yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda. Yesu natoa. Asante. Mungu awabariki sana. Mnakaa tu mahali fulani mkiimba hivi, na Bwana atakuwa akiwabariki. Na wakati bahasha zimegawanywa, bahasha hizi baadaye tena, mchungaji, baada ya lunch
tutaenda upande wa watoto. Kila mtoto atapata bahasha yake. Ninajua makambi yamefanyika kama sherehe za kawaida hivi, na watu wamekosa baraka zao, makambi mpaka makambi. Miaka inaenda, watu wanajiuliza kwani basi kwenda, ukiisha maliza kuimba microphone unazima ili twende sawa. Na kwa hiyo watu wanajiuliza, mbona basi ninabaki na baraka zile zile? Ni kwa sababu hatujajua kwa nini makambi. Makambi ni tofauti na crusade. Makambi ni mkutano wa tofauti kabisa, na ninaomba kila mtu ajue. Nimekuwa nikirudia, kwenye makambi tunapata muda wa kuungama makosa yetu. Kwenye makambi tunapata muda wa kuombana pia msamaha sisi kwa sisi. Ndio maana hotuba ya leo itaenda huko sana. Lakini kwenye makambi tunakuja na nyimbo za shangwe, na ndio maana waimbaji wako hapa, sijui Revelation, Exodus na Heaven Targeters, sijui nani, hao wote wamekuja kutuunga mkono. Lakini ndio maana muda wote tunaimba nyimbo ambazo kwazo tunasifu na kuabudu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Lakini moja ya jambo jingine muhimu sana ambalo tunaliona ni sadaka ya shukurani. Na ngoja niwaambie, camp offerings zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna camp expense na kuna thanksgiving offerings. Na kwa hiyo utashangaa, mtu makambi anakuja mwaka hadi mwaka. Hili ni tukio la mwaka mzima. Yani kwamba tukimaliza makambi haya unajiandaa na makambi ya mwaka ujao. Ninaweza nikakuuliza swali, je, katika camp expense wakati watu wanabarikiwa, wewe umefanya nini mwaka mzima? Lakini swali lingine ambalo nitakuuliza, wakati sasa tunamshukuru Mungu, Israeli pastor hawakuwa na utani. Alikuwa anasimama kuhani na anapitisha fimbo ya baraka, anainyoosha kwa kila familia, halafu anawatamkia baraka za mwaka mzima. Na kwenye kambi hili siku ya kesho, kabla sijaanza kuhubiri, wale wanaopanga ratiba wataandaa, wataona tutapata kama 20 minutes ambazo hiyo bahasha uliopewa wewe unaenda kudiscuss, unaenda kujadili na nyumba yako, unaenda kujadili wewe mwenyewe, unajipanga. Na kesho tutatoa, inawezekana, ngoja nikwambie, wenda unapanga kutoa labda tuseme mfano 5,000, lakini kesho tunaleta nusu, maana itakuwa ni sadaka ya adhuhuri. Lakini Jumamosi tutafanya sadaka ya kutikisa mganda kwa njia ya fedha. Hizo pesa zote hizo na sadaka zote hizo, watu wengi wamekosa baraka kwa sababu ya kujiweka wanavyotaka wao. Nimesikia kwamba mna goli la 1,500. Mimi nikajiuliza, 1,500 kwa washiriki hawa wote hawa, ambayo ni sawa na kusema huyo mtu amelindwa na Bwana mwaka mzima, watoto wake wamelindwa mwaka mzima, wajukuu zake wamelindwa mwaka mzima. Bwana ameprovide baraka hata baraka. Mimi najiuliza, utaweka nini kwenye hiyo bahasha ambacho kinatoshana na kile Mungu ametenda maishani mwako? Sijajua utafanyaje. Na hilo ni swali la mtu binafsi. Hata mimi na mke wangu nimekuwa nikifanya kushukuru pastor. Hili ni kambi la 3. Nimetoka kambi moja kule Tanzania mahali panaitwa Singida. Nimeenda kule Kigoma, na nikiwa na hubiri pia wakimbizi wa Burundi. Na kila nilipoenda mimi, kwa sababu najua vile Mungu amefanya maishani mwangu, ametenda kwa mke wangu. Na ngoja niwashirikishe,
Wiki iliyopita nimetoa sadaka siku ya Alhamisi. Ijumaa hii iliyopita mama yangu akapatwa na jambo baya usiku. Mumewe wale ambao nitawaambia tu, mimi sipendi hata kuficha sana. Mama yangu aliolewa akaachika nikiwa kindergarten, na hivyo baadaye akakaa nasi akasema siolewi mpaka watoto wangu nione wanavyokwenda. Bahati nzuri Mungu alimpigania, akakaa. Nitatoa visa na kuanzia leo ndio ninaanza hivyo kwenda, na kama ulikuwa hujakaa sawa, moto wa Bwana ndio unashuka mahali hapa. Hebu ngoja nikuambie machache kidogo ili ujifunze kuhusu sadaka. Wakati mama, na niwashukuru tena fundi mitambo, hiyo hatua mliofika ni international, and I feel to preach the gospel. Nasikiliza. Kwa hiyo mama alikuwa amekaa bila mume. Mama yangu aliachika na 24 years. Akakaa bila mume mpaka nikiwa kindergarten, mpaka nimeingia form 6. Kule kwetu tunamaliza form 4 ndio twende. Kwa hiyo akaolewa na mzee mmoja hivi mcha Mungu kabisa, church elder mmoja aliyefiwa na mkewe, akaoa mama yangu. Wakati huo baba, sitaki kuzungumzia habari zake sana, maana hata hivyo naye pia anahitaji wokovu. Kwa hiyo naye akaoa huko, akaoa hivyo. Lakini mama, sasa nakupa kisa kifupi. Ili ni Ijumaa sasa, usiku kwa mkea Ijumaa, mimi nimetoa sadaka Alhamisi kama leo, kama kesho. Alafu analala usiku. Kilichomtokea mama ni nini? Yuko na huyu mme wake akatoka kwenda nje. Sasa huwa mzee anasafiri, kwa hiyo kuna nyakati yupo, kuna nyakati hayupo. Usiku huu mama alikuwa kama vile fahamu zimeondoka kidogo, akiwa usingizini, akajua mme wake hayupo. Kwa akiwa amelala, akiwa amefanya nini? Amelala. Akasikia, hakumsikia akitoka, ila akamsikia akirudi, akiwa anaingia kurudi ndani. Sasa ndio anamsikia mama anasikia kitu, mtu anaingia. Mawazo yake kwenye usingizi yakaanza kumwambia umevamiwa. Ghafla mwili ukakoswa nguvu kabisa. Anataka kupiga yowe, yaani apige nduru, hakuna kitu inatoka. Anataka kujisogeza, hakuna kitu kinasogea. Amepata mshtuko. Anasema akitaka kunyanyua miguu yote imepoa. Akaomba hivi, Mungu, kwenye fahamu zake sasa, maana sauti haitoki, Mungu wakumbuke watoto wangu. Asante kunisaidia kuwalea. Wamemaliza wote masomo ya kichungaji. Mimi na mdogo wangu wote ni wachungaji. Hivi kusema amina ni dhambi? Mnaona wivu ya nini basi wewe? Nasema hivi, mimi na mdogo wangu wote ni wachungaji. Alafu hapa nilipo na ubiri sasa hivi hapa, mwaka huu yaligongana makambi 18 wiki hii. Ndani ya wiki moja makambi 18. Na ilipoombwa service request, sijajua ilitokeaje huko division. Yaani hii wiki nayohubiri hapa, makambi 4 yote yakapitishwa. Sasa nikawa naanza kusolve case. Kwa nini unaenda huku sio huku? Mdogo wangu nikamwambia, wewe utaenda kambi linaitwa Tumaini uko Nairobi. Mwingine naye nikampeleka kambi ambalo liko huko Eldoret. Alafu tena moja nikaomba anafahamu Mackenzie. Nikaomba tu Mungu sasa ili kambi lipate mtu mwingine. Hili ndio nikaja. Kwa hapa nilipo mimi na yeye tuko hapa, anahubiri Nairobi, niko hapa. What is the story? Mama yangu akawa anaomba Mungu, anasema asante maana umenipa nafasi ya kuwalea watoto, and I don't feel like going on with life. Sijioni nikiendelea leo, ni kama nimeuliwa hivi. Sasa mzee akawa anaingia. Sasa bahati mbaya tena mzee naye umri umeenda kidogo. Mama ni mdogo, yeye umri umeenda. Sasa akawa anatembea kwa kunyata. Hiyo ndio ilimchanganya kabisa.
hana nguvu, hawezi kuongea, alafu tena mtu anaingia kwa kufanya nini? Kwa kunyata. Hiyo ikamchanganya. Akiwa amelala ni kama amekata tamaa, anasikia sauti ya mume wake inamwambia, mke wangu, mbona umeshtuka hivyo? Ni nini mbaya? Hakuweza kumjibu. Ni kama sasa akili inaanza kuamini sio jambazi, ni mume. Nikajiuliza, vipi kama nisingetoa sadaka jana yake, na kwenye ile sadaka nimetoa nikawa nimeandika, Mungu asante kutulinda, naomba utupatie neema ya mwaka mwingine. Sijua wewe utaandika nini kwenye sadaka yako. Na sadaka niliyotoa Singida ni tofauti, na maneno niliyoandika ni tofauti, niliyoandika Kigoma tofauti. Hata hapa mke wangu najua amechukua tayari bahasha, naye tutatoa tuandike tena tofauti. Maana tuna mengi ya kushukuru, lakini tuna mengi ya kuomba baraka zake. Sasa nye mkitoa sadaka kufuatana na magoli, hutakutana na Mungu wako. Ila natamani, yani kuna mtu kweli atajikaza, ataweka 100, akimwambia Mungu, ai, nimekushukuru mwaka mzima. Najiuliza, Mungu naye ni mwenye rehema. Lakini naomba kila mtu achukue serious, ili sasa hili limeeleweka. Kesho karibu, nimesema kesho tutatoa nusu ya kile tunachokitarajia. Alafu Jumamosi tutamaliza huenda na zaidi ya nusu ya tunachokitarajia. Jamani, Bwana asifiwe. Walionielewa punga mkono namna hii. Hebu mwambie jirani yako, jiandae kukutana na Mungu kupitia sadaka yako. Usijali, Mungu wetu ametoa vitu vingi sana na anastahili kuabudiwa. Nimependa ule wimbo wetu mkuu ambao unaimbwa ni 171. Sasa nikapenda tuusikie unavyoimbwa, alafu kutoka hapo tutafanya exercise. Kuna namna ambavyo nataka tusikie. All guest speakers wote mkuje hapa nisikie mnaimbaje huo wimbo, ili kutoka hapo ndio kambi zima liimbe wimbo wenye ujumbe mzito sana. Guest speakers, asante sana. Asante sana. Mje tu, time yangu nayo sio nzuri. Tutaimba stanza 2 na chorus. 2 na chorus. Hizo sauti naona zimepangana. Inaweza kuwa 4 hivi, si ndio? Sauti ziko 4 hizi. Basi hapa tu. Alafu tuone vile tunaenda. Guest speakers, nilikuwa na kumisi sasa hapa. Mzee wa literature. Sasa isije ikagusa maiki yangu, maana ikiharibika hapa ilipo nitalia. Basi hebu anzisha sasa ndio tusikie tunaendaje na wimbo namba 171. Imeanzishwa, tuimbe. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje sote apimapo Mungu hakimu kila wazo, ona tendo, tutasimamaje sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Wametangulia wafu kupimwa kitamboni, poa hai watapokea neno la mwisho vitabuni imwa Mungu. Tutasimama
katika siku kuu ile dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Thank you. Simwape amina sasa. Hey, watu wa Better Living Getembe, amina zao zinachelewa sana. Hebu tuwape tena amen. Najua kwamba tumeshapata. Wangapi wamepata hiyo flavor? Okay. Kwa hiyo tunaenda hivyo. Tutasimama je sote. Hebu 3 go. Tutasimama je sote katika siku kuu ile dhambi zetu zitafutika ama tayari tuangusha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama unafurahi kambi hili, hebu nipungie mkono. Bwana akubariki sana. Karibu tena mchana wa leo, na tutakuwa tuna angalizo kwamba time imeenda, lakini tunaenda vizuri na Mungu atatubariki. Mchana wa leo tunaenda katika somo linalosema gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Gharama ya msamaha. Hebu mwambie jirani yako gharama ya msamaha. Hebu mwambie tena gharama ya msamaha. Na kwa hiyo tunataka kuangalia the cost of forgiveness. The cost of forgiveness. Gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante sana. Wewe ni Aba, Mungu wetu. Na kushukuru kunileta hapa. Na kushukuru kwa timu nzuri ya wanenaji. Hata asubuhi mwalimu wetu aliyetufundisha uongozi ametupeleka kwenye kina cha Gideon, na ya kwamba alipotaka uhakikisho wa jinsi ulivyomuita kwa kiongozi aliupata, na ndivyo ulimuita asiyestahili kwa kiongozi. Na wengi umetuita kwenye kambi hili ili tuwe viongozi wa familia zetu, tuwe viongozi wa majirani zetu, tuwe viongozi wa kanisa lako. Asante, asante, maana kila mmoja amepewa heshima ile ile ya kuwa kiongozi. Jina lako litukuzwe. Na kushukuru kwa ajili ya mgeni wetu Robinson ambaye ametupeleka katika hatua 3 mtambuko, hatua 3 muhimu za wokovu, ya kwamba tunahesabiwa haki, tunatakaswa kwa hatua zake, na kwamba mwisho wake nakushukuru sana, maana kwako yote yanawezekana. Na kuomba mchana wa leo unifanye mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Na nakuomba Baba, saa hii unipatie ujumbe mfupi wenye nguvu utakaoinua kutano hili mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo inaomba na hata kuamini, amen. Gharama ya msamaha, gharama ya kusamehe, gharama, the cost of forgiveness. Mnenaji mwenza Mackenzie, ninaomba sasa uishike Biblia yako vizuri. Naomba twende tusome upande mmoja wa gharama ya msamaha ambayo aliipata Yusufu. Alafu nitaenda na kuangalia gharama ya msamaha ya pili
ambayo ali experience Rizpa. Alafu tuone mambo haya. Hebu basi fungua Mwanzo 42 mstari wa 25, tutaenda hadi wenda 27 au 28. Naomba gharama ya msamaha tuanze kuiona hapa. Biblia inasema Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka. Yusufu akaamuru vyombo vyao vijazwe nafaka, na kumrudishia kila mtu fedha yake katika gunia lake, na kuwapa chakula cha njiani, na awape pia chakula cha njiani. Navyo ndivyo walivyofanyiwa. Hivi ndivyo walivyofanyiwa. Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao. Wakatoka huko. Mmoja wao alipofungua gunia lake, ili ampe punda wake chakula, katika nyumba ya wageni, aliona fedha yake, akaona fedha yake. Kumbe iko kinywani mwa gunia lake, ipo tu kwenye mdomo wa gunia. Akawaambia nduguze, fedha yangu imerudishwa, angalieni. Imo humo guniani mwangu, ipo hapa kwenye gunia. Mioyo yao ikazimia. Wakageukiana wakitetemeka. Wakasema, ni nini Mungu aliyotutendea? Ni nini haya Mungu aliyotutendea? Tulia pale. Utaendelea kusoma kwa muda wako, kwa sababu tu ya mchana huu naomba nikupe habari kutoka hapa. Yusufu ameshauzwa na ndugu zake, tunajua. Amepelekwa ugenini na waliomnunua ni wa Ishmael. Tena wamemnunua kwa vipande 20 vya fedha. Na wamempeleka sasa Yusufu, na Yusufu yuko kwa mikono ya Waishmaeli. Waishmaeli nao wanamuuza, wanampeleka tayari, wanamuweka kwenye mikono ya Potifa aliyekuwa kiongozi wa Misri. Anakaa kwenye nyumba ya Potifa. Yusufu was so handsome. Yusufu alikuwa handsome boy. Yani maandiko yanasema katika Bible Concordance ya kwamba Yusufu alikuwa handsome Mackenzie, kiasi kwamba wasichana waliokuwa wanafanya kazi nyumbani kwa mfalme walikuwa wakikata vitunguu, onion, wanakata vitunguu. Wakimwona Yusufu anatembea wakati wanakata vitunguu, badala ya kuendelea kukata vitunguu, wanamshangaa mpaka wanajikata. How handsome was he? Alikuwa handsome. Achana na hizi sura zetu za kuparara. Handsome. Ninawaona vijana wakijiona wao ni wazuri, yani wao ni handsome boy, kiasi kwamba hawawezi tena kwenda kanisani. Wao ni handsome boys kiasi kwamba hawawezi kuwahi shule ya Sabato. Wao ni handsome kiasi kwamba hawawezi kumpa Mungu nafasi. Ninamwona handsome boy anauzwa, yuko ugenini, lakini ameuzwa, ameenda ugenini, lakini haachi Mungu wake. Ninawaona vijana wa kanisa la Mungu la kweli, wakishatoka hapa Kisii, wakaenda university, wakaenda college, wakaenda high school, wanamwacha Mungu kando, wakidhani wao ni handsome. Wana muda wa gym wana muda wa kuvaa visaa fulani kwenye mikono, na wanasema we are running keeping our bodies. Wanajua kumaintain afya zao, wanajua kupiga push up, wanajua kujitengeneza. They know how to put themselves in order. Wanavaa tule tusuruale ambako ili uvue lazima utafute msaada, maana wao ni handsome. Katika
umri wa ujana. Yusufu anauzwa akiwa na miaka 17. Huyu ni ambassador, huyu yuko kwenye darasa la ambassador pastor. Lakini namuona Yusufu ambaye tumejifunza habari zake, huo handsome, huo uzuri wa Mungu ndani yake haumchanganyi. Anaendelea kubaki kwa kijana mwenye viwango vya Kikristo. Hivi nyinyi amina, mtatoa kesho ama ni leo? Tupatane, mtatoa kesho ama ni leo? Na mimi nasema hivi, yani kijana handsome, kijana barubaru, kijana smart, lakini moyo wake uko na Bwana. Amen. Ngoja niwaambie vijana wenzangu wa kiume, hata uwe na kifua kizito cha mazoezi, misuli ya kutisha, uwe na nguo za vijana zote, raba kali za gharama, jeans kali za gharama, t-shirt kali za gharama, you are nothing if at all you have just been alone without God. Painful. Tunao vijana ambao wazazi wanajivuna, wanasema kijana wangu yuko college, yuko university, anasoma medicine, anasoma law, anasoma engineering and whatever. Ninamuona Yusufu ameenda mbali na kwao, but Joseph maintains the standards of Christianity. Amen. Hilo aliwezi kusemwa sana amen. Mtasema kesho, sio mbaya. Nasema hivi, aka maintain Ukristo wake. Vijana mlioko hapa, ninawaomba kwa neema ya Bwana, maintain your Christianity. Maintain the level of Christianity. Nikimwangalia Yusufu na mkumbuka Esther ambaye alikataa vipodozi, alikataa makeups, alikataa decorations, alikataa mitindo, alikataa fashions, alikataa, and Esther remained natural. How hard is the gospel? Lakini hawa wote waliouishi Ukristo wao, waliouishi Uisraeli wao, walibaki kuwa na matokeo chanya makubwa. Hebu nisiweke mzizi pale. Sasa Joseph, handsome boy, ametembea na Mungu kiasi kwamba nataka nikuhakikishie mchana wa leo namna alivyotembea na Mungu. Ameuzwa, hayuko na wazazi. Ameuzwa na anajua waliomuuza ni ndugu zake, na aliwaona wakimuuza, sio kwamba alikuwa mtoto. Ameuzwa katika tender age ya miaka 17, anaelewa. Sasa ameuzwa, anaenda. Nikana kwamba napiga picha. Je, aliwapungia mkono wa kwaheri au aliwaonyesha sura yenye machozi? Mbona hawakumwonea huruma? Mbona wakamuuza? Mbona wakamwacha aende? Ndugu wa damu. Jambo la pili, kama unaandika utanipata tu vizuri. Jambo la pili ambalo linaniuma sana, tumefika zama ambazo kama kipindi cha Yusufu aliweza kuuzwa na ndugu zake, na hapa namuona Benjamin ndiye anaumia zaidi, maana ametoka tumbo moja na Yusufu. Lakini hao wengine ni kana kwamba wanamuuza. Ndio Ruben alijitahidi, ndio walijitahidi kumrescue, maana ilikuwa wamuue au wamweke kwenye shimo, lakini mambo mengi. Kama ndugu wa damu wanaweza wakakuuza, vipi mtu ambaye hujazaliwa naye tumbo moja? Tuko kwenye zama ambazo usipompa Mungu nafasi ya kwanza, usipomtegemea Mungu kweli kweli, na ukadhani kwamba eti kuna mtu atakutegemeza wewe, na ukabaki na mioyo au moyo wa kutegemea watu, utakwama. Ninatoa wito laini mchana wa leo. Egemea
wa Yesu Kristo. Nasema tena, egemea upande wa Yesu Kristo. Wapendwa, egemea upande wa Yesu Kristo. Yeye hata kusaliti kamwe. Narudia tena, hata kusaliti kamwe. Yesu hata kusaliti kamwe. Yusufu ameuzwa sasa, amekaa kule, ameuzwa tena mara ya pili, amekaa kwenye nyumba ile, wamemtreat vizuri, lakini mama akamtamani. Imagine, alikuwa handsome boy kiasi kwamba bro Robinson, yani mke wa boss, moyo ukaenda mbio, speed kumoyo, yani akapenda mpaka akasahau yeye ni mke wa boss. Lakini Joseph aka maintain standard. Huyo kijana wa leo ni yupi ambaye atapewa ofa na mke wa governor? Akaambiwa, bwana, ni just one time hit and run. Just one time hit and what? And run. Alafu by the way nita switch off camera, hautaonekana. I just want to experience. Ni experience how sweet you are. Hit and what? And ask me what I will give you. Hey. Kwa kijana wa Better Living Getembe, angeangalia mbingu, aangalie ardhi, achungulie pande hii, chungulie, aseme ni kuko salama. Mama, it is only one time. Let's go. Let's go. Lakini Yusufu, ili ujue ameenda mbali ugenini, lakini amebaki na Mungu, anamwambia mwanamke huyu kwa ujasiri, mimi nimepewa miliki ya vitu vyote hapa, ila sio wewe. Nitatendaje ubaya huu? Nimkosee Mungu wangu, sio nimkosee mume wako, sio nimkosee boss. How can I do this? Nitafanyaje alafu nimkosee Mungu wangu? Mchana wa leo ninapoenda kwenye gharama ya msamaha, nikajua jambo hili. Robinson rafiki yangu, huwezi kuwa na moyo wa msamaha kama huna moyo wa kumcha Mungu. It is hard to forgive totally if at all you are not pure before the Lord. Na haya mambo mengine yakikaa vizuri, ndiposa kusamehe litakuwa jambo jepesi. Hebu anayeelewa apunge mkono namna hii. Mwambie jirani yako, msikilize mhubiri. Hebu mwambie tena, msikilize mhubiri. Joseph akafungwa gerezani akiwa amekimbia. Kiswahili kinasema akang'atuka, akatoka, akavutwa shati likabaki, lakini amemaintain Ukristo wake. There are times unaweza kuwa Mkristo asiye na makosa, ila ukawekwa kwenye magereza fulani ya maisha. Mume wako anatumia Ukristo wako kukuwekea gereza la kuwa na mipango ya kando, maana anajua hutaondoka wewe ni Mkristo. Unaweza ukawa Mkristo ukawekwa kwenye magereza mbalimbali. Unasingiziwa kwa sababu anajua wewe ni Mkristo. Lakini namjua Mungu ambaye akiruhusu tuingie kwenye gereza tukiwa watumwa, anatutoa nje ya gereza tukiwa mawaziri wakuu. Hujanielewa wewe? Hebu nisikie tena. Ninamjua Mungu ambaye, Madam Ruth, anaweza akaruhusu twende gerezani tukiwa watumwa, lakini akageuza tukatoka nje ya gereza tukiwa tayari title imebadilika, ni waziri mkuu. Usitishwe na vigereza. Watu wanakuweka kwenye magereza. Wanakaa vikao ufukuzwe kazi, wanakaa vikao ndoa yako ivunjike, wanakaa vikao waharibu vijana wako,
wanakaa vikao mambo yako yaharibike, wanakuweka kwenye vigereza. Dunia imejaa vitego, gereza imejaa foleni ya temptations. Lakini mimi najua neno moja, anasema Ayubu, mtetezi wangu yu hai na siku moja atasimama. Hey, ninajua neno hili ya kwamba wewe mama, endelea kumaintain Ukristo wako. Namuona Joseph ana maintain Ukristo mpaka gerezani, mpaka wenzake wanamuona sio mtu wa kawaida. Mkuu wa gereza, Biblia imetuambia alipata kibali hata machoni pa mkuu wa gereza. They prison you, but you are granted favor and mercies. Favor and mercies. What is the prison so? Litakuwa gereza na faida gani kama nikifungwa bado Mungu anaenda pamoja na mimi? Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Ninaona lile gereza lako la madeni, gereza lako la ndoa mbaya, gereza lako la shida ulionayo, gereza lako la changamoto ulionayo. Ninachokiogopa ni kwenda gerezani pasi na Mungu. Ila kama niko na Mungu, popote na Yesu ninaweza kwenda, na anitumapo yeye ndiyo raha. Asipokuwako hapa nifai. Akiwapo Yesu nashukuria. Ninaweza nikashukuru. Je, uko kwenye hiyo changamoto ulio nayo na Mungu ama uko peke yako? Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama unatamani kusema, mimi siombi tu kwamba nitoke haraka gerezani, ila naomba Bwana nikukaribishe kwanza nikiwa ndani ya gereza, maana najua nikikukaribisha sitatoka kama nilivyo. Kama ndilo ombi lako, unatamani Yesu aingie kwenye gereza ulilokwalo, punga mkono namna hii. Kwa nimeacha ujumbe wa kwanza. Dada mrembo, kaka handsome, wewe ni beautiful, wewe ni handsome, wewe ni mama, wewe ni baba, wanakuambia umeolewa, lakini ndio umbo kwanza linazidi kuitika, linakuwa rembo kabisa. Umeolewa, yani hapo ulipo na watoto 3, mbona ndio kwanza unakuwa mrembo na unaanza kutikisa mwili? Shindwa kwa jina la Yesu. Ninataka nikwambie, kadiri ubora wa maisha unavyokuja, unavyoongezeka, maintain Christianity. Je, kuna mtu ananisikia hapa? Viwango bora vya Ukristo. Gari linunuliwe, naendelea kuwa Mkristo. Nijenge nyumba, mimi ni Mkristo. Watoto wamalize vyuo vikuu, mimi bado ni Mkristo. Wakiolewa wote, mimi bado ni Mkristo. Wakioa wote, mimi bado ni Mkristo. Nikipewa kazi, mimi bado ni Mkristo. Cheo kikipanda, mimi bado ni Mkristo. Upande wa pili wa shilingi, iwe sipati hela, mimi bado ni Mkristo. Magonjwa yakiniandama, mimi bado ni Mkristo. Changamoto yote inayokuja, mimi bado ni Mkristo. Yapande maisha, yashuke maisha, yawe yenye furaha, yawe yenye huzuni, mimi bado ni Mkristo. Tatizo la watu wangu hawa, sielewi kama wananipata, ila nitaelewa, maana siku hizi nazo zipo mbele bado. Ukristo. Mkristo Yusuf ana maintain Ukristo. Akatafsiri ndoto, akasauliwa. Tuliona jana. Just paraphrasing. Let me go now to the point. Amefika siku ametafutwa mtu, tupate wapi mtu kama huyu? Maana ametafsiri ndoto. Alafu unaona alivyo na Mungu, hajipendekezi. Soma hiyo chapter
chapter 42, 41 na 42. Utasoma wewe mwenyewe Genesis na kupea kazi na wewe ya nyumbani. Ni muda wa kusoma magombo. Yaani anaenda anatafsiri ndoto, alafu kabla itafsiri anamwambia mfalme, wamesema mimi ndio niwatafsiria kule gerezani. No. It is not me. It is God. It is God. It is God. Nimeona Wakristo wengi wakiambiwa, naona umejenga nyumba nzuri. Anasema, unafikiri nilikuwa na plani? Sikula. Nilikuwa na bana matumizi. Nilikuwa nafanya hivi. Tunaona umesoma. Umepata bachelor ya medicine. Wewe ni MD. Anasema, unafikiri kuwa MD ni kazi rahisi? We are so much exemptional. Naona una gari. Unafikiri gari ni nywele kwamba kila mtu anazo? Lazima ujipange kununua gari. Akionekana ana plot, anasema, kupata plot Kisii, do you take it as a joke? It's not a joke having a plot here. Anajiona ni maalumu, anajiona ni mzuri, anajiona amepambana. Niko hapa kukuambia, you are nothing if it was not God. Useme amina, usiseme. Acha kujikuta ovyo ovyo. Acha kujikweza. Shuka kwa kila Mungu alichoweka kwako. Not you, it is God. Nipeni tu amina, zimechoka. Sio mimi naye. Hapa ni Roho wa Mungu anasema, no matter how painful it is. Nasemaje? Kwa kila ulicho nacho, kama ulikuwa na kamudomo kakusema sema, kakujiinua na kualika, tushuke. Kristo ainuliwe. Jamani, Kristo ainuliwe. Ana Mungu anatafuta mtu akusema, not I but Christ. Not I but Christ. Kila alicho nacho si mimi ila Kristo. Mwanaume Yusufu amekaa na moyo huu wakiungwana wa kumcha Mungu katika hatua zote hizi ambazo tumeona. Lakini kati ya hatua ngumu ambayo nami nasema ni ngumu, jamaa ametafsiri ndoto, lakini kwenye ndoto hajipendekezi yeye. Pastor, mimi ni mchungaji kwa district pia. Kuna watu wanafikiri ni Wakristo kuliko wenzao ikifika saa ya election, siku za uchaguzi. Wanajiona wao ndio wao. Siku moja nikampa mzee mmoja mahali kuhubiri wiki moja kabla ya uchaguzi. Na nafahamu amekuwa mzee wa kanisa 7 years. Sasa nikawavurugia hali ya upepo huku. Mimi nasema ya kwangu ya Tanzania. Nikamwambia, sasa utahubiri elda, andaa watu kwa ajili ya uchaguzi. Sio ni kanuni yangu ama ni yenu? Ya kwangu sasa inaniambia haishauriwi, sio vizuri, inapendekezwa. Hayo maneno matatu. Mmoja, asishike uongozi more than 2 years unless kanisa limeona uhitaji. Pasa, ama hii ni kanuni ya kwangu ya Tanzania hii? Pasa ameniambia ni ya wote. Sasa nikamwambia mzee, imefika Jumatano amesha preach. Nikamuita, nikamwambia mzee, hapo ndio nimefika, mimi ndio mgeni, ndio mchungaji mpya. They are trying my shoes. Nikamwambia, they are not mine by the way, ni God's shoes in me. Nikamwambia, sasa mzee, umeandaa watu wangapi kuwa wazee wa kanisa? Katika training yako ya miaka 7 ya uzee, ni nani umewaandaa kuwa wazee? Akaniangalia, yani akapima upepo, akasema, Pastor, do you want to tell me I will not be a church elder this year? Mbona mnashusha vichwa chini? Mnamaanisha nini? Jamaa, yani haamini kwamba kuwa Mkristo unaweza kuwa Mkristo bila cheo. Mbona mnasikia mnazungumza chini? Ni nini? Take it easy. Mimi ni mgeni tu, wiki moja nitaenda. Yaani Bwana asifiwe sana. Nikamwambia, kamanda, piga ua, garagaza, hutakuwa elder. Ila ninaomba unishauri. Wewe ndio uko hapa. Unasikia Roho anakuambia nani umemtengeneza kuwa elder?
mgogoro. Jamaa akaniambia, pastor, ilikuwa Wednesday kama leo, mimi kesho sitaweza kuhubiri. Nikamwambia juma litaisha na wewe ndio utaendelea kuhubiri, wakati unamuomba Mungu akuonyeshe nani atakuwa kiongozi. Mke wangu anafahamu hiyo scenario. Bas jamaa akahubiri. Sasa badala ya kuhubiri anatengeneza politics. I'm making here a lesson ya kwamba Yusufu hakujipeleka. Ameleta idea, ametafsiri ndoto, panatakiwa kiongozi atakaye chunga miaka 7 ya chakula, miaka 7 ya njaa, anahitajika mtu. Na kwa hiyo mfalme, jitafutie mtu. Hasemi mimi mwenye ndoto ndio nafaa. Angalia nani? Mtu. Hivi hilo nalo lina mgogoro hapa. Mbona mmeniangalia kwa roho mbaya hivi? Jamani, nina siku bado chache tu. Kama mnanielewa punga mkono na mrai. Yaani kuna mtu aamini kwamba na wengine wanaweza kuwa deacons, wanaweza kuwa church elder, wanaweza kuwa mtu fulani, lakini Yusufu angekuwa na haki ya kusema, mimi ninaye tafsiri ndoto ndiye nitakaye kufaa, maana ndoto hii nimeitafsiri mimi. Mwambie jirani yako, get the point, take a step forward. Mwambie tena, get the point, take a step forward. Yaani Bwana asifiwe sana. Bas jamaa nikaenda kufanya uchaguzi. Pastor, kuna watu wa Kora huko pia Tanzania. Akawa amesha mobilize. Sasa na mimi nikatumia akili pia ya si yangu, ni ya Mungu. Nikawaambia hivi, kanuni yangu, uzuri mimi kanuni nimejaza hapa kichwani. Nikamwambia sasa kanuni inaniambia kama una mtu ambaye unamtamani kuwa church elder ama yeyote ama chochote, unaruhusiwa kushauri kibaraza cha nini? Cha uchaguzi. Kwa kuja mbele yao na kuwaeleza wewe kwa nini unafikiri mtu fulani anaweza kuwa kiongozi. Nikatoa huo mwanya, nikamwambia sasa sitawaita, ila andikeni jina na position ya mtu ambaye mnatamani awe. Na kwa nini? Mimi nikaenda kukaa ofisini kidogo. Yakaletwa karatasi kama 25 hivi. Yote jina ni hili. Guess what? Ni la huyu aliyekuwa anahubiri wiki. Na ameandikwa yeye kwa position moja, first church elder. Ukikaa vibaya pastor, unaweza kusema hii ndio sauti ya Mungu. Nikamwambia sawa, hamna shida, kesho jioni ndio uchaguzi. Tukaingia. Tumekaa, najaribu kueleza mgogoro. Usipokuwa na roho ya Yusufu wiki hii, usipotaka hiyo roho ikuingilie, makambi haya bado salvation is not simplified. Nataka mkale sasa, hebu ngoja nifike pale mahali tu padogo hivi. Yusufu hakujipendekeza, lakini huyu mzee wangu yeye hataki roho ya Yusufu. Kuna watu hawataki watu wengine kugrow. Anakandamiza tu. Sio mambo tu ya church. Hata huko ofisini mtu mmoja anataka kuwa promoted, yeye anakandamiza tu. Alafu anaimba na kazamwe ndo mbinguni kila siku, na kaza juu naombani. Na hao wanaimbaga kwa noten, hawataki kukosea note. Taka imbe Bwana uni inue juu, lakini hataki kuachilia position, hataki kupromote wengine, hataki kuwa na roho safi. Hiyo mbingu utakayoenda ni ile ya Morogoro Tanzania. Kuna mahali panaitwa mbingu. Hiyo naweza ukaenda kwa nauli yako mwenyewe, kwa fare yako. Ila mbingu ya mbinguni utasubiri sana. Am I so hard to you, please? And it's not I but Holy Spirit in me. If you get the point, can you wave as you take the step forward? Yani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu ambie jirani yako, usiteme dawa, maliza dozi. Basi kumwambia jirani inaweza isiwe heshima. Mimi ndio nataka nikuambie wewe,
Nikisema usiteme dawa, wewe unasema maliza dozi. Usiteme dawa. Ukiona mtu asemi, huyo ndio mwenye roho ngumu, na kuna kitu nahubiri hapa hataki kubadilika. Haya, usiteme dawa, maliza dozi. Haya, nikisema ukichomwa sindano unasema legeza mshipa. Ukichomwa sindano, wewe kaza uone itakavyokuwa mbaya. Utavunjika mshipa na uponi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hii ni sindano. Najua natuko kwenye makambi pasa. Hii sio crusade. Lazima nitengeneze kanisa. Inua wengine, wapende wengine, warekebishe kwa upendo, wape delegate. Jamani, Bwana asifiwe. Pastor, sijui kama nimekuingilia, na mimi mwenyewe ndio ninahisi kiherehere ni cha Holy Spirit. Sasa tumlaumu Holy Spirit. Yaani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Yaani kuna mtu anataka every year, here and then, yeye ni hiyo position. Hatengenezi wengine, yeye mwenyewe anafanya with old fashions. No. Madam Ruth, mwaka usi umekuwa camp chair. Delegate. Tafuta mwingine, muombe, mtie moyo, msupport, tembea na yeye, naye akomae aweze kuweka kampu kama hii. Maana hata hivyo sio wewe, ni Kristo ndani yako. Bahati mbaya mimi huwa natupa mishale popote. Ukikuchoma kichwani, potelea pwete. Moyoni, potelea pwete. Madam Ruth ni rafiki yangu, by the way. Hallelujah. Yaani Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono hivi. Mwambie jirani yako meza dawa. Yaani hallelujah. Yaani hallelujah. Is someone getting me here? Unajua leo najaribu kwenda slow, lakini kuna point tu hivi zinaingia taratibu zenyewe. Delegate. Yusufu hakujipendekeza, akapendekezwa. Nini kilichotumika? Kigezo gani? Kifungu gani? Ndio kile kifungu cha 41:38 Mwanzo kinachosema, tupate wapi mtu kama huyu? Sasa nirudi kwenye ile story fupi ya uchaguzi. Pastor, ule usiku ulikuwa mgumu. Alafu na mimi kwa sababu siogopi mtu, maana sijatumwa na mtu, ndio yuko na pesa, kwa hiyo akafikiri itakuwa mbaya sana mimi kumuondoa, kazi ya Mungu haitaenda. Muulize Daudi, Uzia alivyokufa ilikuwaje? Kazi ilienda. Jamani, kazi huwa inaenda tu. Jamani, huwa kazi ni ya Mungu. Haleluya. Jamani, haleluya. Kama unanielewa punga mkono hivi. Haleluya. Sasa nikamwambia mzee, kinachonisukuma sasa, nawaambia wajumbe, kwa nini mnampendekeza huyu mtu? Amekuwa 7 elder church elder wa 7 years. Tunaona hatuwezi mwingine. Nikamwambia, mbona pastor wenu amliyekuwa naye ameondoka? Do you want to tell me I will not be your pastor? Ule uchaguzi ukaanza saa 12. Mke wangu atakumbuka, mpaka saa 8, saa 6, saa 7, saa 8 ndio nafika nyumbani usiku. Na nilifanya hivi, wakachagua. Nikamwambia kwa nafasi niliyopewa na Mungu kama mchungaji wenu, naomba kutangaza uchaguzi umeahirishwa. Nafasi zote zilizochaguliwa hazitakuwa hizo. Twende tukaombe tena hadi Roho atakavyotuongoza. Kesho saa 4 asubuhi usipange kukosa. Mkono ukanyooshwa, nikamwambia tafadhalini, sijatoa kauli ya kujadiliwa, nimetoa kauli ya kuombewa. Twendeni tukaombe, tukifuata kanuni ya kanisa inayosema haipendezi, haishauriwi, sio salama. Alafu maneno hayo tukayaombee. Tuonane kesho kwa maombi mengi. Wakasema huyu pastor naye. Wakaenda. Kesho wakija bado wameendelea na siasa. Nikamwambia hii sio political ground.
Haya, kila mtu akaombe nusu saa, tutarudi baadaye. Kila mtu akapewa sehemu yake ya kuomba. Karudi nikamwambia, umeomba kweli au mlikuwa mmekaza roho? Tumeomba. Nikamwambia sasa tufuate kanuni. Mzee mwingine, hebu soma hii kanuni inasemaje? Inasema uchaguzi ukafanyika. Yule jamaa hakuwa church elder, alafu akapanda church elders wengine kabisa. Huu ndio mwaka ambao kanisa hilo limesogea kuliko miaka yote. Siko hapa kuwaongoa church elders mliopo, tafadhalini. Siwajui, hamnijui, na sijui mna muda gani. Nilikuwa tunatupa point hapo ili kanisa la Mungu likue. Potelea mbali. Kama mbegu imeanguka kwenye udongo mzuri, yote. Kama kwenye mawe, tutaonana siku nyingine. Bwana asifiwe. Kama mnaelewa, punga mkono namna hii. Kanisa linalokuwa, kanisa lenye kuendelea, ni kanisa lenye roho ya Yusufu. Halianzi na wao, linatoa mawazo mazuri. Unaweza ukatoa mawazo mazuri kwa viongozi wazee wa kanisa, hata kama wewe hujachaguliwa. Yusufu sio kiongozi, ila anashauri viongozi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mwingine kama sio kiongozi, anataka despise viongozi waliopo ili yeye next year apewe. Na kuna mwingine akiwa uongozini haamini kama wengine wanaweza kuwa. Kwa kuwa haya ni makambi, ninawashauri washiriki wenzangu na ninawashauri viongozi mlioko madarakani, tunaitaka roho ya Yusufu ili tuweze kuishi miaka ya njaa na miaka ya shibe. Wewe usiyeitika, mme wako ndio mzee wa kanisa mwaka huu ni nini? Hebu basi tuitike, tuseme wote amen. Jamani, tuseme tena amen. Nilikuwa tunaweka mambo pastor. Nilikuwa nachoma sindano kidogo ya kiuongozi. Tunapofika hapa sasa, amechaguliwa, amepewa miaka 7 ya chakula. Yusufu anachofanya ni kuweka akiba ya vyakula. Ningekuwa na muda ningekufundisha kuweka akiba. Kuna watu wanakula pesa, yani ikija kula mshahara, ukija kula uzee unafika. Mchungaji mmoja Tanzania anagoma kutoka nyumba, amestaff, hataki kutoka maana hajajenga. Yeye muda wote tu alikuwa anasema twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni. Amezeeka, Sayuni bado haijaja. Unaenda kuishi wapi? Tunaishi duniani kana kwamba tuna miaka 1000 ijayo, ila wokovu wetu unapaswa kuwa tayari, maana dakika na lisali moja lijalo hatujui tutakapokuwa. Kama umenielewa, sema tena amen. Ile zamani kule kwetu, unajua Kisii ni sawa na Upareni, ndio walikuwa wanajenga tujumba tudogo. Ukiwauliza mbona mjengi nyumba, wanasema pastor, si tunaenda Sayuni. Sisi hapa si wanaimba hapa si petu pali, kwetu ni kule mbinguni. Hawana mpango na dunia. Vaa vizuri wewe, kula chakula vizuri, jenga nyumba nzuri, peleka watoto shule, fanya maendeleo, lakini moyo wako na familia yako uandaliwe kana kwamba leo Yesu anaweza kuja. Kama umenielewa sema tena amen. Jamani, sema tena amen. Yesu aje atukute kwenye gorofa sio mbaya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yesu aje amkute pastor wetu amependeza na suti kali sio mbaya. Asianze kuvaa mashati yamechoka, ukimuuliza anasema mimi ni mfia dini. Unafia dini gani wewe? Smart preaching, kila kitu sawa, moyo umeandaliwa kukutana na Bwana. Jamani, haleluya. Yusufu amefika mahali sasa, amepata miaka shibe, amekusanya, njaa imekuja, Israeli nao wanakuja kuchukua. Ndugu zake wakaja. Biblia inasema, utasoma hiyo sura ya 42, akawa anawaona analia, maana wao hawamkumbuki, yeye anawakumbuka. Na hata hivyo angekuwa na uwezo wa kuwachukua, maana kama ana roho wa Mungu ingekuwa ni wewe. Ndugu zako wamekuja na umehakikisha kwamba hawakufahamu na ndio waliokuuza. Je,
ungewasamehe? The power and the cost of forgiveness. Biblia inaambia akaenda Yusufu pembeni, akalia, alafu akawarudia ndugu zake, akaamuru wapewe vyakula. Kwanza aliwafunga siku 3 gerezani, kwenye gereza lake la kiongozi. Akitamani afanye vibaya, Roho wa Mungu anamwambia Yusufu, tafadhali Yusufu, samehe. Yusufu, acha kufanya vibaya. Ana kila nafasi ya kuwatamkia chochote, ila moyo na Roho wa Mungu anasema naye. Matokeo yake, badala ya kuwaua, akawafungulia, akamwambia nendeni mkamlete Benjamin. Akawapa chakula, na hicho chakula kikawa kingi, alafu zile hela waliotoa ili wanunue akawarudishia. Hebu sema akawarudishia. Jamani, sema tena, akawarudishia. Yani badala awaambia hata bei iwe imepanda, yeye akawasamehe, akachukua hela zao, akaweka kwenye vikapu vyao, akawaambia kwenye mifuko, nendeni na vikapu vyenu. Mchana wa leo Yesu anataka usamehe. Yesu anataka usamehe. Sehemu hii nzuri ya story ya Yusufu inakuwa nzuri zaidi aliposamehe. Kama umeelewa sema amen. Yani hii story, ukisema story ya Yusufu, haina maana sana huko alikotoka. Maana ni kama movie. Aliuzwa, akaenda, akafungwa, akatoka, akapewa waziri mkuu. Sawa. Baada ya kupewa waziri mkuu, ndugu zake wakaja wakiwa wana njaa, wanataka chakula. Vipi story ingeishia kwamba Yusufu akawaua? Hamna maana ya yote haya. Lakini maana kubwa ya hadithi yake inaonekana anapowapokea ndugu zake, anapowasamehe ndugu zake, anapowapa chakula ndugu zake, anapowarudishia gharama walizokuwa na fedha zao, akawaambia nendeni. Gharama ya msamaha. Hebu tuseme wote, gharama ya msamaha. Yule mme wako, yule mke wako anayekutendea, eti amekukwaza asubuhi, ila unatakiwa utoke huko ulikokuwa kwa kazi, urudi umemnunulia gauni jipya. Umevurugana naye, ila unatakiwa gharama ya msamaha inadai utoke na zawadi umletee. Ukristo umejengwa kwenye msamaha. Msamaha. Kwa kuwa tumejifunza mafundisho mengi, ninaomba nikuambie tu, huu wito unatengenezwa sasa na Samueli wa pili 21 mstari wa 8 hadi wa 10. Na praise team wakiwa wanaendelea kujiandaa pale, lakini mtashika mic baada ya kuwa nimemaliza kipande hapa. Hebu sema inasomekaje? Inasema? Biblia inasema. Samueli ni wa pili 21. Ndio. Mstari wa 8. Biblia inasema. Ila mfalme akawatua hao wana wawili wa Rispa. Ila mfalme akawatoa hao wana wawili wa Rispa. Binti Aya aliyomzalia Sauli. Armoni na Mefibosheti. Amoni na Mefibosheti. Na wana 5 wa Merabu. Na wana 5 tena wa Merabu. Binti Sauli. Aliyomzalia Adirieli. Mwana wa Bizilai. Mumeholati. Haya, twende mbele. Akawatia mikononi mwa Wagibioni. Sawa. Nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana. Mlimani wakawatundika, Nao wakaangamia wote 7 pamoja. Nao wakaangamia 7 wote pamoja. Wakauawa siku za mavuno. Wakauawa zile siku za mavuno. Za kwanza. Mwanzo wa mavuno ya shairi. Naye Rispa. Binti Aya. Akatoa nguo ya magunia. Akavaa magunia.
dunia. Akajitandikia mwambani. Akajitandikia mwambani. Tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka mbinguni. Hata waliponyeshewa mvua kutoka mbinguni. Wala hakuacha ndege wa angani. Wala hakuacha ndege wa angani. Kukaa juu yao mchana. Kukaa juu ya watoto waliokufa mchana. Wala wanyama wa mwitu. Wala wanyama wa mwitu usiku. Kisha akaambiwa Daudi hayo. Aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya. Tulia hapo. Upande wa pili wa Rispa, huwa tutachukua muda sana. Wagibioni wametakiwa kupatana na Israeli tena, na ni Daudi anayetaka wapatane, maana njaa imekabili Israeli. Lakini sasa Wagibioni wanamwambia Daudi, Sauli alituulia watu wengi mno, na sasa ili tusamehe Israeli, lazima ewe mfalme Daudi, uchukue watu 7 kutoka kwenye familia ya Sauli. Ingali Sauli alikufa kwa kujiua, hayuko hai tena, lakini tunataka kama kweli unataka tukusamehe na tuisamehe Israeli, nenda ukawaue hao watoto 7, angalau 7 wa familia ya Sauli, ndipo tutakapo isamehe Israeli. Gharama ya msamaha. Na hivi ndo basi huyu Rispa utasoma katika kitabu hicho Samueli wa pili sura ya 3 fungu la 7. Tutasoma sasa. Alikuwa ni suria, yani mke ndani ya wake za Sauli, na alizaa watoto 2 tu. Kwa hiyo sasa Rispa mume akawa amekufa, sasa amebaki na watoto 2, na hivyo hata hivyo hakuna wa kumjali, maana hakuwa mke mkubwa, alikuwa suria na amezaa na mfalme, amebaki na watoto akiwapenda na moyo wake uko kwa watoto wake. Lakini Biblia inaniambia baada ya kuwa Sauli amekufa, Daudi anatawala, anaombwa na Wagibeoni, toa watoto hawa 2 wafe. Biblia inaniambia ndipo Daudi akatoa ruhusa, wakauliwa. Walipouliwa hawa watoto 7, 2 wakawa ni watoto wa Rispa. Painful. Watoto hawa wanauliwa. Rispa akalia sana, na alipolia sana, Biblia inatuambia maumivu yake yalikuwa makubwa sana. Kwa nini? Ilimgharimu kuwachukua hawa watoto, akaenda nao mwambani, akakaa nao mwambani. Painful. Biblia inasema ilikuwa ni wakati wa mavuno, akakaa nao huko mwambani wafu, yani amekaa na watoto waliokufa mwambani, chini ya mwamba, na amekaa nao. Biblia inasema mchana aliwalinda, hawakuliwa, wasiliwe, wasing'atwe hata na mnyama, wala ndege asiwadonoe, maana tayari hawa ni wafu, mizoga. Lakini alikaa takriban miezi 6 mwambani, amekaa na watoto waliokufa. Biblia inasema akakaa nao mchana jicho kodo, usiku halali. Nikajiuliza, aliwezaje kukaa wakati wa mavuno mpaka mvua nyingine ikanyesha? Painful. Wagibioni wamekataa kuisamehe Israel, na kwa hivyo maelfu ya watu wakapiga kura, na mfalme naye akapiga kura kwamba acha watoto 7 wa Sauli wafe kuliko taifa zima life. Ninajiuliza, je, tunao washiriki wenye roho ya Gibeon ambao wao hawasamehe? Ndio wametendewa vibaya, ndio walitendewa vibaya, but why can they not forgive? Nimeona Wakristo wanaenda kanisani ila wana roho ya Gibeoni, hawako tayari kusamehe mume wake. Wana roho ya Gibeon, hawako tayari kusamehe mke wake. Wana roho ya Gibeon, hawataki kusamehe wazazi wao.
Wana roho ya Gibeon hawataki kusamehe watoto wao. Wana roho ya Gibeon hawataki kusamehe washiriki wenzao. Wana roho ya Gibeon, they cannot forgive. Wanataka revenge. Wanataka kulipiza kisasi. Kama aliua, na mimi naua. Kama alifanya vibaya, na mimi nafanya vibaya. Angalia Wagibeoni walivyomtaabisha Rispa. Maana Rispa moyo wake ulikuwa kwa watoto wake, na sasa Rispa ni mjane, anabaki tena hana watoto. Painful. Amekaa na watoto wake wakingali wamekufa mizoga, more than 6 months at the rock. The cost of forgiving. Ninampenda Bwana, maana alichofanya ili kumhurumia Rispa ni hiki. Aliruhusu mvua ikaja kubwa mpaka ikajaa kule mwambani, ili amtoe Rispa kwenye pango. Rehema ya Mungu ilikuwa ni mvua ili Rispa atoke pangoni. Ukisoma Biblia itakwambia Daudi akaenda, aliposikia akachukua ile miili akaizika alimokuwamo Sauli. Mungu akamwonea huruma Rispa ambaye amelia, amekaa porini kwenye mwamba chini ya pango akilia na watoto wake wameshakufa. Ninamwona mama mmoja hapa ambaye ananiambia, pastor, nilizaa watoto hawajafa, lakini ni kama vile wamekufa. Maana kanisani tena hawaji, maana maisha yao yameharibika. Hawanikumbuki, siwajui walipo, na hata kama najua hawana umuhimu wowote. Kuna mtu anasema, pastor, nina mume, lakini kile anafanya na wanawake wengine na roho ngumu alionayo ni kama amekufa tu. Ninaona watu ambao mchana wa leo anasema, nikikumbuka baba yangu na mama yangu walichofanya, nikikumbuka wazazi wangu walichofanya, nikikumbuka mtu fulani alivyonifanyia, yuko hai but I feel like amekufa tu. Nikubalie mchana wa leo nikwambie, roho ya Wagibeoni ni mbaya, roho ya Yusufu ina raha. Hivi si ungesema amina katika hilo? Jamani, si ungesema amina katika hilo? Wangapi mchana wa leo anasema? Kwenda nitaendelea na part 2 ya somo hili, ya kwamba mafundisho ni mengi kwenye kisa cha Rispa, ila tu mchana huu nimependa niangalie roho ya msamaha. Wagibeoni wameleta hasara kwa Rispa ambaye hana hatia, na amepoteza watoto, amebaki peke yake, analia. Ni Mungu aliyeweza kuona huruma kwa Rispa. Vipi kama Wagibeoni wangemsamehe Rispa? Na mimi najiuliza, vipi kama Yusufu asingesamehe ndugu zake? Mbona aliwasamehe? Mbona aliwapa rehema? Mbona akawarudishia pesa zao? Mbona wakaenda? Wagibeoni ni wanadamu, Yusufu naye ni mwanadamu. Alichotendewa Yusufu ni kibaya pia, na sawa pia Wagibeoni alichotendewa. Lakini Yusufu akawaambia nendeni. Wakamleta Benjamin. Safari nyingine akawaambia nendeni, kamlete mzazi, baba, mama na vitu vyote mlivyo navyo, na mtakaa kwenye mlima unaoitwa Gosheni. Gharama ya msamaha. Ikiwa kuna watu ulikuwa umewashikilia, Biblia itatuambia kesho katika sehemu ya pili, msamaha wa Kristo na msamaha wa mwanadamu, jinsi vinavyokutana katika wokovu uliorahisishwa. Na ndio maana somo la kesho linasema, nimeumia lakini nitasamehe ili niokolewe. Nimeumia lakini nitasamehe ili niokolewe. Unajua, nilipokuja nilijua mahubiri haya ni mchana na jioni. Na kwa sababu nimeona jioni siwezi kuhubiri, sasa mahubiri mengine nitaweka kapuni. Ni bora niende taratibu ili mtu mmoja aelewe, na Bwana awabariki.
Ikiwa nasema mchana wa leo, ninaikataa roho ya Wagibeoni, ninaitaka roho ya Yusufu, roho iliyo tayari kusamehe na kuwatendea mema wale walionitendea mabaya, na sio roho ya Wagibeoni ambayo haipati amani mpaka revenge, ilipize kisasi. Yesu anatusamehe hata leo bila kulipiza kisasi. Ndio maana uliingia guest lakini ulitoka salama. Ndio maana ulienda mpango wa kando lakini bado wewe ni mzee wa kanisa. Ndio maana unaimba kwaya licha ya dhambi ulizotenda. Kama Mungu anatusamehe bila kujali, mimi na wewe tumepaswa kusamehe. Msipo wasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ninaikumbuka siku pastor niliyokutana na baba yangu aliyekuwa ananiita eti mimi alitaka nizaliwe wa kike. Anasema huyu ni kama nilizaa mwanamke tu. Mwanamke tu. Mzee ninaumwa, anasema mimi si TB, kitu kilichokufa tayari. Akawa anaongea maneno mabaya sana. Lakini nilipoujua ukweli wa msamaha, nilimwambia mzee, njoo tukae, nimekusamehe, ninakupenda na nakuombea uokolewe. Wakati fulani mke wangu akisikia story hizi kwamba hata siku ya harusi yetu, baada ya kuwa pia nimemsamehe, hakutokea tena kwenye harusi yangu na mke wangu. Lakini mimi na mke wangu nikamwambia mke wangu twende tukasamehe. Tulipomaliza ndoa, harusi ya nyumbani, jambo la kwanza nilimwambia baba, njoo kwenye hoteli ambayo ninaendeleza honeymoon, ninataka nikusamehe. Gharama ya msamaha. And I love my father. He loves me no matter but the cost of forgiveness. Je, utasamehe ama utabaki ukija kanisani na kuwa Mkristo na maombi yako yasipokelewe, makosa yako yasipokelewe? Kama unasema Bwana nisaidie, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. You know, we are out of time sometimes. Can we stand? Can we quickly come here? Tuje hapa kwa mapema. Tusogee tu hapa. Nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu, nawe ulivyo. Bwana Yesu, sasa naja, hivi nilivyo si langu kujiosha, roho yangu nisamehe dhambi zangu. Bwana Yesu, sasa naja, hivi nilivyo sioni kamwe furaha moyoni, daima ni mashakani. Bwana Yesu, sasa naja, hivi nilivyo si kipofu, maskini na mpungufu. Wewe Bwana, wewe ndiwe utajiri. Bwana Yesu, sasa naja. Tulia pale.
Ndugu zangu, sitawaweka tena hapa maana wakati wetu umekimbia. Kuna mtu amekutendea vibaya, ila moyoni zinakuja roho ngapi? Jamani, roho ngapi? Roho ya kwanza ni ya Yusufu, kusamehe na kupenda aliyekukosea. Lakini roho ya pili ni ya Wagibeoni, inakuambia how can you easily forget and forgive? No. Hiyo roho inakuambia nenda, peleka huyo mahakamani, peleka polisi kabisa, peleka kwenye kesi kotini, na unatumia pesa nyingi. Baadaye tena anakuzidi hela, unazulumiwa, unazidi kunyong'onyea. Ndiyo, alikuwa ni mpenzi wako akakudanganya, leo ameoa mtu mwingine, mwache aende. Ndiyo, amekutendea mabaya, forgive. Hubiri hili ni gumu sana, na ni mambo mawili: uwe na roho ya Wagibeoni au uwe na roho ya Yusufu. Yusufu roho yake ilimfanya akabarikiwa, na siku zinavyoendelea mbele utaendelea kuona, maana Yusufu nimemchagua kuwa yeye anayetufundisha wokovu uliorahisishwa. Tunataka kwenda mbinguni, ni kweli. Tunaimba habari za mbinguni, ni kuzuri. Yesu alimwaga damu, ni kweli. Lakini wapenzi, anatusamehe. Yeye anatusamehe hadi leo. Tunashukuru maana hatutoi wanyama tena. Wokovu umerahisishwa. Lakini sisi wenyewe ndio ambao tunaomba miaka nenda rudi, atujibiwi. Maana kuna watu hatujawasamehe, atuwapigii simu, atuwaongereshi, hatuna mpango nao, na tunataka Mungu ajibu maombi yetu. It is very hard to understand, but let me say, hatutajibiwa kama hatujasamehe. Njoo upande wa pili wa somo la kesho ambalo limejaa mafundisho mengi ndani ya neno, ya kwamba hata kama itanigharimu kiasi gani, lakini imenipasa kusamehe. Ninajua moyo wako unaguswa sana na mambo haya, kwa sababu maisha haya, kama hujamkosea mtu, wewe ndiye umekosewa. Kwa hiyo unapasa kusamehewa au kusamehe. Majority tupo katika hilo. Hata nilivyokuwa natoka kuja makambi haya, mtu mmoja tena mchungaji akatenda vibaya sana, lakini mke wangu akaniambia, mme wangu, umekuwa ukisamehe, endelea kusamehe. Tangu aliponiambia mke wangu hivyo, mpaka leo atakwambia hatujakaa chini kuongelea huyo mtu, maana yeye ametenda vibaya, ila Bwana ni mwaminifu. Maisha haya utakaje? Usikwazwe, samehe. Ikiwa ni moyo wako kusamehe, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Acha roho za Wagibeoni, usirevenge. Roho ya Yusufu, samehe. Bwana asifiwe. It is shining and time is out. Nione wale ambao pia wanasema kwa kunyosha tu mikono, maana leo sitawaita kupita mbele. Ubatizo wito wake ninaanza kesho Ijumaa, nitakuwa nikimaliza, na pasa utaniruhusu kwamba mtabatiza Jumamosi. Ndivyo mimi hufanya, sijajua kwenu, lakini nitaomba iwe hivyo. Lakini ikiwezekana, kama kuna mtu anasema hata mimi nitataka kujitoa ili Yesu anisamehe, nyosha tu mkono wako ikiwa utatamani kupata huo ubatizo. Mungu akubariki dada. Je, kuna mwingine ambaye anasema mimi tu nitataka kubatizwa, tahitaji, ninaanza kufikiri kubatizwa, batizwa hivi? Bwana akubariki. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Tutaendelea mbele kesho. Uniruhusu sasa Pastor
uje hapa utuombee tukiwa magotini. Mwambie Bwana, niondolee roho ya Wagibeoni, roho ngumu. Niwasamehe marafiki, ndugu, jamaa, washiriki wenzangu, niwasamehe. Nisamehe tu, alafu na mimi nisamehewe, na yale mengine pointi zingine ambazo tumepita kwazo. Mwambie Bwana, siwezi. Na Yusufu hakuweza mwenyewe, ni mpaka Roho wa Mungu alipokaa ndani yake. Baba yetu na Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa sababu ya ujumbe wa neno lako. Tunakushukuru kwa sababu ya msamaha wa dhambi na makosa tuliyopokea kwa kifo chako msalabani. Hakika tumenyenyekea tukiwa kwa magoti kwa sababu ya kusushwa ili Kristo uweze kuinuliwa. Tunajua kwamba hatuna nguvu ya kuweza kushinda safari hii, ila tuweze kukubali ulichotutendea sisi tulipokuwa wajinga na wapumbavu katika dhambi. Tunaomba utuchukue katika mkono wako wa kulia, mkono wenye nguvu, uweze kutembea pamoja nasi tukiwa na hilo tumaini na hakikisho ya kwamba tumepokea msamaha wa dhambi zetu. Sasa tumefanyika kuwa wana na binti katika ufalme wa milele. Na zaidi ya yote Bwana, uweze kutusaidia sisi kusamehana. Tukiwa katika ulimwengu huu kuna changamoto nyingi na mambo mengi tunayoyapitia, lakini tunaomba roho ya kusamehe iweze kupata nafasi katika maisha yetu. Ili Bwana, unapotusamehe sisi, na sisi pia tunasamehe tukiwa katika safari hii. Tende yaliyo mapenzi yako katika maisha yetu, utuandae mambo haya yawe sehemu ya maisha yetu tunaposafiri na kusubiri kukuona unapokuja mara ya pili. Tuweze kuwasamehe wake zetu na waume zetu, watoto wetu, wazazi wetu, majirani zetu, ili Bwana tukaweze kutembea katika upendo huu. Tunapotarajia kukuona ukija, tuimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bariki mtumishi wako, muandae kwa ajili ya mambo yanayoendelea, pamoja na wageni wetu wote. Utushughulikie na zile familia zote ambazo zimewakilishwa hapa na zile ambazo zimekuasika kwa sababu ya msamaha. Bwana, tunaomba leo uweze kutufungua katika jina la Yesu. Amen. Ili tunapotoka hapa tuende tukiwa huru, tukiwa na furaha, tukiwa na amani, maana tumepata msamaha unaotoka kwako na tumepata msamaha unaotoka kwa wenzetu. Sasa tembea pamoja nasi tunapopumzika kidogo na kurudi. Utawale maisha yetu na mikutano yetu, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana kubariki. Fungua moyo wako, nenda kutana na uliyekosana naye, muombe msamaha, ombaneni msamaha. Kesho tutaendelea sehemu ya pili ya somo hili zuri lenye maana. Bwana awabariki. Karibuni jioni, itakuwa na dakika zile 15 za kuhitimisha, na pale pia huwa tunasema na kuomba pamoja. Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. 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 Asanteni sana kwa sababu ya kuwa watulivu. Tunamaliza hivi. Hapa nimemuona principal wetu wa Nyanchwa Adventist Preparatory. Naomba atupungie mkono tu hivi kwa sababu ya muda. Mungu kwani gumoroji. Asanteni sana principal. You are welcome again.
Hii ni Get the Point, mpendwa mtazamaji ambaye umezidi kutufuatilia. Ametoka jukwani mtumishi wa Mungu Daktari Fadhili Samuel Lubua, ambaye amejikita katika hotuba inayosema kwamba gharama ya msamaha katika wokovu ambao umeweza kurahisishwa. Get the Point Media, take a step forward. Tarejea tena mida ya mchana. Naitwa Emmanuel Bosire, barikiwa. Get the Point, take a step forward. Asante, tunashukuru kwa sababu ya kuvumilia kwenyu. Lunch yetu iko tayari, inasafiwa kutoka point pale na watoto ni kule juu. Mdhambi, kata shauri urudi nyumbani kwa baba. PLG Ministers mtakuwa nyuma yao. Exodus wakitoka, Church Choir mtakuwa nyuma yao. Kwa sababu naona wanaendelea kupanga kule Manguli. So tutaendelea kuimba wakiendelea. So ile kwaya ya kwanza ambayo imeimba wakianza HTM wataanza kusafi. So tutaendelea na hivyo hivyo tukiendelea kuimba.